alichukua kale kasichana, akachukua kaka kake, akakwambia enda uchukue ule msichana, mpembeleze twende Embu. Wakaenda Embu, wakaenda kwa lodging, wakakaa huko siku 3. Akiwafanyia hiyo mambo. Msichana wake na haka kingine? Si msichana. Sasa imagine amesana na msichana wake. Msichana mwenye anamuita Aguka. Yes. Gari? Hakuna magari hapa. So what tutafanya nini? Mimi nikamuelewa, nikamchanuka haraka. Anataka tulale kwa lodging. Okay. So nikamuuliza tutalala wapi? Akaniambia nitakuonyesha kwenye tutalala. Kaenda akabook lodging. Na nikamuuliza yangu iko wapi? Akaniambia tunalala kwa hii moja juu mimi sina pesa. Nikamwambia mimi siwezi lala kwa lodging. Na sitalala. Nitalala nikiwa nimeketi hapa. Niko bila nataka kusema, atasema mimi sitaki kujua, but I want that story to come out of me. Amelala na mtoto wake na ni mtoto wake. Na ni mtoto wake bado. Amezaa na msichana wake. Ule mtoto amezaa na yeye, akachukua huyo msichana wake, akaenda kulala na yeye. Yes, murega atakwa ni ndi mwega muno, maritwa makwa njitagwo Simon K na ndamugeithia na ndamunyita ugeni muthenya wa umuthi. Show-ini ino itu kana platform ino itu Ngai atuhete na ngucokagiria ngatho we subscriber wakwa na we uta subscribe ite ndi nguragia na gitio ugetikira go subscribe. Ndu cio ngiguririkania ati ndi na broti ndirakwenderia kuma handu twitaga Kithioko matu Kithioko. Ndirakwenderia Kithioko is about 20 minutes from Matu. Na Kithioko is a town by itself. Ka town kega we kanene wega kandu ngiambia biashara yaku ne thereme muno tondu ni handu he busy muno. Na ndirakwirire gatakato wa town igiri nene, that is Mwingi and Matu. So Kithioko is a big town, Matu is a big town, and Mwingi is a big town. Haria mugondo uyu ndirakwenderio ri ni kilomita 1.5 kuma barabara-ini ya Arami, that is Garissa Road. Na barabara ya kuingira mugunda ni barabara njega muno. Ati ona kungiura mbura iriku ndungiremwo ni kuingira. Mugunda ucio ndirakwenderia uhutitie barabara iyo. Haria mugunda uyu ri harigicĩirio ni nyumba, ni handu hakitwo pio mahali pamejengwa nyumba mzuri sana, na ni ukuonererio ni director akuonie maundu macio ndirakwira wone ni mama ti matuhuhu. Broti shiga kwenderia bei very affordable, bei very reasonable, shiringi 140. 140 for cash buyers. Na andu ni majuragia saimo ndari ha 140 kana rigi ni mahuragira kamori makamuria ni tugucoka turihe big aca wari ha 140 gutiri kindu kingi ugetio 140 na including title deed. Na ona ungenda guthi site, ungenda gutwarwo ni kambuni site ndwetagio kindu kingi. Ni kuri andu maiguaga atiriri ni ndingihota kuriha 140 tondu ndi nacio kamumu wira wa andu wigire deposit ya 50,000 balance ukariha na mieri 6 no ru wakiriha na thiri cio guka 160. Uguo ngwire hure na beno ya thimu ona ihenya nayo ni 0715999999. Dauga na ini cigana 0715999909 0715999909. Broti ici ni cia 50 by 100 na nä rä a njihuru wega. Tå kiume hau tå ke mwena å yå ngiri wa studio ndä mwä re atä ndä na må geni wa njerera må thenya wa umuthi wa kuma kå rä a gwä tagwo Kirinyaga County ĩtiguo umä te Kirinyaga na nä må tumia na nä ndakå nyita å geni gå kå gwitå å kä igua wä harä a hagä rä ire na njuge atä nä nyendaga gå kä ra arata yakwa må tumia å yå atanakeria atä nä agå thiä kå heana rå gano rwake rugano rwa muturire wake na ni rugano rwake araheana ti rwa mundu ungi. Uguo mundu ungi akiuga ni maheni tondu ni nyonaga maundu akiuga ni maheni ndikimenyaga umuye atia ukoragwo ukimenya mugeni ucio atia niguo ukimenya rugano rwake ni rwa maheni no guku tutigikaga ngano cia maheni twikaga ngano cia ma na ni tu kimuhe ihinda niguo akiiturure rugaga platform ino itu tuheaga andu meiturire ngoro cia wihone mabundithia andu mehaha kaundu na tugaki inspire etiguo tugaki educate na tugakimuhe chance ya karia niguo ngoro yake hona ni njugaga ati kana ni nyendaga kuga rugano ruria rurathi kwario haha ni my sister ucio ti murugamo wakwa Simon ti murugamo wa platform ino itu ni murugamo wake we mwene kiumbe niguo yes undu ucio ngire njugaga ni eti gwetha njethaga mundu ni ndiragwethire nindira ni kuhindi ndakuringiriria ndakwira no nginya heane rugano ruru waga apana hakuna mtu amekuforce uraheana willingly etiguo na maundu mario kwaria haha ti murugamo wao
wa Saimoke. Ni murugamo waku. Rucio ungi ngwiciria ni uthomete terms and conditions. Yes. No getikira. Kauga ati ni ndetikira terms and conditions na ingigithii mugaru na maundu macio. Kana ni ugukioherwo ikinya riria woyagirwo. Na ni njugaga ni heanaga kindu gitagwo right of reply. Ungikorwo wi hau woigua ati rugano ru ni rwa kuhutia kana dikio kana urariririo horo mwigie muthuri waku no nyonaga atumia ingi maragia horo wigie athuri no maragia horo wigie atumia kana family ni njuga wewe muthuri wariririo horo igua kundu kuu rugano ru ni rurahutia ni nguheaga kindu gitagwo right of reply. You can just come over here, sit down, I give you an opportunity no kiaririe arata ayaitu riu ri ni ndakuhe mweke uyu ukigeithia arata ayaitu mere maritwa maku kuria umite na riu tuthikiririe rugano rwaku kuma witiguo uko karibu sana. Asante. Thank you so much. Amaritwa jitagwo Beatrice Wanyaga kuma Kirinyaga itura ritagwo Kibae na ni ndamugeithia eroreri ma Saimoke Murega. Beatrice Wanyaga kutoka Kirinyaga. Yes. Ndio maritwa muria mara tageithia andu a Kirinyaga na Kirinyaga. Andu na ukimeraga ma subscribe guku no mere nitumendete muno. Waambie andu ma Kirinyaga ni ndamukethia inyothe Murega. Musubscribe channel eno ya Saimoke na ndamugeithia muno na mwikaribu muthikiririe story yakwa kuma nini wakwa aingi ni munjui. Aya ni makoye ingi ni moyo nini wakwa ni moyo mara gereire ni mondirenda guiturura. Okay. Andu a Kirinyaga ni ndimendete muno tondu njuku ni ndima fans baingi muno hindi ndirokite naku Kirinyaga na ngikenererwo muno na kinya haria wapi ndathite Kianyaga Witu ni kuria iguru fiu kuria twaragia nu rombire mburi bara irari goro nu rombire mburi bara irari goro nani alifunga mbuzi pale zilikuwa jana. Ndahitukira haria handu hendagio mucere ngiheo mucere mwingi muno Mwea niko nikudirendagia mucere ikikuja next time tanipigia simu nitakuconnect usiwe mchere poa ndukenderio mathese. Okay, ni kule mathese. Tondu ni ndirarutaga wira nilikuwa nafanya hiyo kazi so najua everything about mchere. Yeah. Ndio uka kugira. Anyway, thank you muno. Mucio ni tukwaria tu ha kamera ini. Sasa uko karibu sana and feel at home. Ndio turenda tuguthikiririe. Etiguo. Yes. Tigitwire wajira ucerirwo mwena wa Kirinyaga. Mwena wa Kirinyaga. Okay. Tasiarirwo 1980. Okay. Na ndigatagati-ini ga ciana ithano ndi mwana wa kairi. Mwana wa keri na ni njokagiria Ngai ngatho ni kujiarira hau ndaciarirwo. Ni ndakurire oro wega turi na mami na baba nginya ngikinya miaka 6. Okay. Mari nilifika 6 years mamangu akatuacha akaenda wapi? Akaenda nilisikia alienda Nairobi. Okay. Nilikuja kurealize alikuwa ameenda Nairobi. Na kwa nini ameenda ama ni kazi? Waliachana na mababangu. Ni matigana? Okay. Na matigana ni undu wa issues ciao eri. Okay. Although asikuwa zimegusa my dad sana. Mamangu alikuwa anataka kwenda kufanya kazi kuajiriwa. Okay. Aliinsaitiwa na sisters wake. Sister mmoja na friend wake mmoja. Ati utwika housewife. Yeah. Matie daga atwike housewife, daga akaajiriwe. So ni athire na agitiga ciana ithano na karakari kanini agatiga kena mieri 2. Okay. Ni twakareririe oro wega ona icio cingi nginya my dad agikinya go pass. Aya dad na gucoka pass. No before apasite ni ahikirie mutumia. Hapo nyuma nilikuwa na lea ni kama mimi nililea huyo mtoto so alikuwa anaenda anakaa sana. Lakini sikuwa nimuuliza dadi ulikuwa wapi juu nilikuwa nampea respect sana. Kwa hivyo oka ajiraga Wanyaga my daughter. Usiwahi niuliza nimetoka wapi ama ujiulize natokanga wapi. Mimi sitaki kukua kama mtu fulani. Ama mtu fulani. Sikuwa naelewa ananiambia hivyo kwa nini. Nilikuja kuelewa nikikuwa mkubwa. Hakuwa anataka kulala na mimi. Kama watu vile walilala na wasichana wao. Yani mtu analala na ndota yake. Ndio akwiraga nikio atendaga gutinda nyumba. Nikia athiaga na kuuja akathii kuyatumie angi.
tondu arenda gukoma nawe. ndagakinyirwo nĩ merirĩria macio. Tondu kwĩ andũ makomete na ciana ciao kũu. Ũmwe akomete na mũirĩtu wake Lilu daughter, the biological daughter, makĩgĩa kana kagĩtuĩka konje. Ũyũ ũngĩ nake arĩ wa gũkũ nake alikuwa mwalimu na yeye akaoa ndoto yake akafukuza mama yake. So alikuwa na wajua. Rĩu baba wanyu kũhe example nacio. Ndanyita rĩu agakwĩra thiaga tondu ndikienda kuhana ng'ania. Lakini mimi sikuwa naelewa na niambia hivyo kwa nini. Nilielewa nikiwa mkubwa. Alafu ni aguragira leso. Ni aguririte leso ta 10. Leso. Sia kujifunga. Ndio akikuja kitchen, juu mimi nilikuwa napika. Akikuja kitchen, alikuwa na loose. Akifika tu kwa mlango ya kitchen na mimi nitoke. Tupatane kwa mlango. Hata kama ni kitunguu nilikuwa na katakata, niachie hapo. Niki? Ataendeleza hapo pengine. Nigetha aruge na tutigekare riko rimwe nake. Niendete muno kujigata, nianyendete yes na niendete kujigata kutamutumia, ni athomithirie gũikara ta mutumia ndĩro munini. So vile alikuwa mimi niende tibroom kwa watoto wao wengine na yeye aendelee na kupika. Na tuliendelea tu hivyo mpaka akafika mahali akaona nateseka. Akaoa mama mwingine. Huyo mama na yeye tulikuwa tunapika chakula. Chakula ikiiva hivi tu ya jioni anatuambia kwanza mniruhusu jihore ciana ici cianyu cia gukua cukuru ici cingemurie. Abe ihore cianyu cia gukua thukuru. Aihuraga akathia agaciga kabati. Aciga kabati ri kiroko noka tukoya rucini tunachukua tunabeba tunaenda naso shule. Niĩ ndari mukuru wa keri no niĩ ndari na uki. Koguo niĩ nderagwo ngue tuende tukakule pamoja tukifika kwa shule. So tulikuwa saa 7 ikifika tunaenda kwa uwanja na watoto wetu tunakula. Hizo chakula tunayesafunua hiyo funiko tupate iko na snail iko live, ama tukikula ikifika pale mwisho tupate iko na snail kana tukore sie na kigunyo cire na kigunyo kuthini ani kigunyo tutiamenyaga no ni tweraga baba na baba agitwira ne gukiria gutwiria ndeto iyo na agitwiria na ni akimenyire uria kwathiaga tondu mutumia ucio baba wake ri ni eragwo ni murogi. Mutumia ucio kwao ni arogi. Na baba agitigana nake na akimuingata na ndeto icio igithira. Yeye alikuwa naeka snail kwa chakula yenu? Ni according to my understand. Juu kwa nini tulikuwa yeye alikuwa ana serve hizo food anaweka alafu tukibemba asubuhi tunapata hivyo every day, almost every day. Tawenda kumudhukia kana nikienda? Ni kama. So rĩrĩa aingatirwo rĩ twaikarire rĩngĩ tũgĩtesekaga agicoka akirehe mutumia ũngĩ na mutumia ũrarehire nake anake aitũ tondu niĩ njiarĩtwo gatagatĩ-inĩ ka boys aĩrĩ. So nĩoka makathi kũrĩithia na nimo mararĩithia toka kiroko akitupikia uji asubuhi hiyo uji atuwekei maziwa sisi anawekea kijana yake wanaenda kukunywa kwa bedroom. So tukakuja tukajua hiyo nayo tukaambia dad naye dad alikuwa anataka kuona watoto wake wakiteseka naye akamfukuza bado, lakini alimfukuza then akarudi akapata mapacha then akaanza kuibia dad pesa. Dadi akarealize akamchapa sana. Alichapa sana mpaka sasa wakaachana kabisa mpaka wa leo. Alipigwa mpaka akalazwa hospitali. My dad alikuwa na uchungu. Na my dad ni anyendete muno, ni aheaga pesa ndimuigire. Alikuwa na ni trust. So aba egoka kukwira ri ajirire Wanyaga ukaha maitu. Nirona bonus ino yukite ya kawa ya majani kwa account niko na 200,000 hapa nimelala niko na 10,000
hakuwa anaweza kuamka. Tulikuwa tunambemba na mattress, tunampeleka na hapo nyuma ya nyumba, anaenda choo, tunachukua tunaenda kuweka kwa choo, tunamrudisha tena, lakini ilifika mahali hakuwa aweze kutoka hapo, tunamwekea ndoo, anapupu, tunaenda tunapeleka. Alikuwa ni mrwaru? Ni spinal cord yatuikite. Pole. No maundu mathiite na mbere kuria akomborete majani. Spinal cord igituika na no nie ndiri wa mbere kijira semanirie na ndutura ainamirira koya kaiga amikune aigwa spinal cord yagamba twa aliona nini ndutura kwa shamba kwa njia kwa barabara. Unaona ukikutana na hiyo kitu hata kama ni bad inaenda, ukikaribia inaenda. Sasa hiyo ikutoroka ndutura. Alikuwa ametuambia tusiambie watu hiyo story. Aliinama tu hivi kuchukua jiwe pia ni spinal cord katika na hiyo hakuiona ikadisappear. Kwa nini ilikuwa jini? Ni huyo mama alimfanyia hivyo, alimwambia life nitakuloga. Mama mgani? Alikuwa mama Nimba. Na alikuwa ameloga watu wake wote, familia. Yani hiyo story hakuna mtu ajui, alikuwa ameloga familia yake yote. Hata mwenye aliolewa na bwana yake akaua familia yake yote. Akabaki tu, kulikuwa kumebaki tu bibi ya kijana mmoja tu. Wa ule bibi aliolewa huko, na yeye alikufa siku nyingine. Rest in peace mama. Tulikuwa tunampenda sana huyo mama. So vile tufafanya hone ho athukire spinal cord igituika tugicemania nake muthenya wari wa Sunday tondu athiete ta Saturday okire rucine Sunday ndatwarite ng'ombe ikarie mutito njoke tuingagiria ng'ombe mutito cigathie na kuu thiini jioni sinakuja peke yao naendea sasa. Akaniambia Wanyaga, ukimbie bio ukuje na usisimame mahali. Sisikii poa. Ndira ndacokire ihenya tondu nindamwathikirite muno ri. Anjirire toa icio slippers sisikatike nikuende nazo nyumbani wende miguu. Kulikuwa na matope. Ndacoka nyumba ndamukorire mena susu mena mami wake akiria. Mzazi baba yako akilia? Ni alirire, ndamukorire alirite muno. Ndio nilimuuliza kwa nini analia, akijira ndirarira ni ngwirire ndimuni ku spinal ndimurwaru ni spinal cord ituikite. Riu akihe karugano kau huria guthire na akirega kuthii thibitari fiu mpaka tukafika kumpeleka choo nje hivyo. Kwina mukamiti umwe ari mukamiti wa cukuru, kuna mukamiti wokire kumuona akiona this is too much. Agithia kira cio angi na kira arimu waka contribute akakuja wakampeleka Osi. So alipelekwa Osi. Kieni akapelekwa Embu. Hapa Embu sasa ndio alikuwa ananiambia hiyo maneno. Ati niko na 10,000 nyumbani, ndio alikuwa ananiambia ako na 10,000 hapa na bado kwa hospitali ananiambia hizo pesa ako nazo hapa 10,000 na kwa banki kuna 200,000 kwa bank. Na bonus inaingia, ile itaingia kulingana na vile nafanya hesabu yangu kutaingia 60,000. So hizo pesa sitaki niteseke nikikufa. Nikamwambia ndandi utakufa. Akijira nawe ninguigire account ya cukuru ya guthoma koguo ndugateseka muturire-ini waku. Ni interactaga muno na ma minister, ma MPs. So ni oragio nio atiriri kai utakoragwo na rikana kamwe kathomu tukwandikire. So ni ajiraga maitu uthome na alikuwa anajua mimi ni mwerefu shule. Maitu uthome warikia cukuru no kwandikwo kandikwa. So riria akomete hau kuu Embu thibitari rigitandari ajira maundu macio mothe ri ni acokire akijitia kathani kabo akijira ndimurehere mai hara sinki yayo kuu rumu yakomete kimurehere agithamba moko twathiete kumwona na cucu mami wake urajiaritwo nie akijira mami wanyu ona angigacoka guku
ona ndingĩgakua mamu wanyu ndagacoke. Sasa mama yako wasiwai rudi kwenyu. Tondu nake baba nĩ ageretie gũthiĩ kũmũgĩra nginya Nairobi. Kuendea mama? Okay. Akarega na twathiĩte nake, tuthiĩte tour ya cukuru tugatigwo tugathiĩ gwa sister ya baba aikaraga Nairobi. Tondu nĩ arĩ mami aikaraga kũ. Okay. Twathiĩ amũgerie kũmũthaitha rĩ, akirega arutaga wĩra gwa KPCU Dodora. Akakataa kurudi. Akamwambia sasa akuje home. Ampatie amtafutirie transfer aende Sagana. Okay. Akakataa juu brother babangu alikuwa anafanya Sagana. Okay. Leo nikio amwithambire moko na akirikia nake na aririkana bracia na itesekete. Na yeye ako tu Nairobi. Yeah. So nakumbuka nilikuwa class 8 mara ya kwanza. Aliniandikia success card kwa MOOC akiwa hospitali. Dad sasa. Tukifanya MOOC. Akaniandikia success card na akaniletea, ikatumanishwa nikaletewa, alafu akaenda Kenyatta. Vile alienda Kenyatta tu kumuona tena. Ile siku tulitayarishwa tukamuone, nilio akuire. Iyo Saturday. Twathiĩte twakinya Ebure, tukirwo ni cousins citu tũgũikara gũkũ, tũtikũinũka. Tũtigũthiĩ kũndũ, nĩ arareho Embu, nĩ araigirwo wega. Kumbe nĩ gũkua akuĩte, no niĩ nĩ ndaiguaga nĩ gũkua akuĩte. Koguo moire ciana ici cingĩ, magĩcinũkia mũciĩ, niĩ makĩndiga Embu. Ndatigwo Embu rĩ, ndatigirwo Embu nĩ tondũ niĩ nĩ ngũmenya na ihenya na nĩ ndamwendete. Koguo manyenukirie muthenya wa Wednesday, wa Tuesday. Manyenukirie Wednesday. Na nigetha manyenukie Wednesday, Tuesday yo ndendaga kuinukia ndĩ nyiki. Makinginyira makinjokia makinjira nĩ tũgakũinũkia rũciũ. Kumbe makinyenukia rĩ, nĩ maramenya nĩrĩo mararehe baba mũciĩ. Jua shakufa. Mamurehire ithandũkũ rĩ. Na kwa hiyo sanduku walikuja na pick up wakaipress hapo nini kwa boma, kwa boma ya baba yake. Lakini nikiwa hapo kwa barabara tukiwa na kazini yangu, nilimwambia tu from nowhere, ile gari iko na aunties. Na aunties walikuwa natuambia tusiwahi, sisi tulikuwa tumefundishwa tusiwahi simama kwa barabara hata kwa gate, sisi wasichana. So nikamwambia tujifiche huku kwa kahawa, tukajificha. Ikakuja ikaingia, nikamwambia si unaona vile nilikuwa nakwambia. So tuwafuate sasa. Vile tulienda kuwafuata, kupiga kona hivi, ni kama uingia hapa upiga kona hivi upate, tukapata sanduku. Mimi nilistuka, juu sikuwa nimeambiwa, lakini nilikuwa najisikia na huko ndani my dad is no more. Ilikuwa saa 11. Vita ikaanza huko home, makiuga marutirwo macembe, makaenja irima mamuthike, mendaga kuthika baba ta ngui. Na akĩguka akĩrega, akiuga awekwo kwa nyumba yake. Kwari mweri 10, the following day 11, the following day kwari 12 December. Ũgĩtuĩka mambe marĩ thigũkũ, mamuthike Friday. Okay. Ni makimuthikire Friday na makimuthika oro wega na mathiko magithira, no matiokirwo ni andu aingi tondu andu matiamenyaga. Mathiko marikia guthira hau niho muturire wakwa wambiririe stress, tondu ndatigirwo ciana ici cingi inini. Nindeka class 8, aithiki juu ya stress nikaanguka. Na sikuanguka sana, nilikuwa niende secondary, but hakuna mtu alinipeleka. Ona thengia gukorwo ni kwaigitwo best baba ni anjirite na 260,000 plus 10,000 na plus ni anjigirite account. Atukuona hizo pesa sote, zilienda sote na vile na watu brothers wake na sisters wake. Yeah. Na riria na ni augite atiriri thibitari ni amerire ni ona ndakua ithanduku mathiko kila kitu msimamie watoto wangu wasiteseke, pesa yangu isiguswe na mtu ati ni masanduku na whatever. Ni amerite ugo. I don't know what happened. Wakafanya hivyo. So ni mathire mayuka magituhenia ni marenda gutwethera uteithio. Wakachukua birth certificate, baptismal cards, wakaenda nazo. Hatukuwa yona hiyo usaidizi.
no guteseka nie ndatesekire sana sana mimi juu sikupata ID. Okay. Nilikaa sana kama sijapata ID juu nilikuwa naenda kujaribu naambiwa nilete baptismal card ama nini birth certificate na sikuwa nazo, sikurudishwa, wengine walirudishwa, mimi siku yangu haikupatikana, ilisemekana ilipotea. Riu my dad ndatigirogirera gacana icio cingĩ ithukumagira ngathia kibarua ngathi cukuru ndeka class 8 ndagwa ngicokwa class 7 and teacher arari ku akiuga ndwaro cukuru thie ngathome nĩekũrũgamĩrĩra kila kitu no endaga nigetha ndimuthondekere cukuru no ndari mugi na alikuwa na understand nimeanguka juu ya stress dad. No mwaka wa kukinya kwika class 8 ndacokirio 7 ngeka gwika class 8 niho ndagĩrĩire nda. You already kuna boyfriend? Ni ndagia boyfriend na nini ndari mundu tough na nindamene njuge nindamenetwo ni anake kana ni kunjitigira tondu ndari mundu tough. No njugaga that toughness nilikuwa nimepewa na Mungu ndio nistikiwa advantage na vijana. Matika joere kanya kau ati tondu ndire nasi ndire mokage gwitu uria mekwenda. Okay. So walikuwa wananiona wananiogopa na walikuwa wanasema live kaire tukara tukaitigirite gakoragwo koru akagatingitikira mwanake. So kijana mmoja akanispot wakakuja na vijana wao wengine wakakuja na wale nilikuwa nimekataa wote wakakuja wakapanga line wakakuja wakinisalimia mmoja mpaka nikabaki na ule wa mwisho wa 7 wa 8 juu walikuwa wote 8 akanilisa sasa mlembo kwaji kamwambia mimi niko salama lakini aliongea na hiyo lugha ya Kiembu. Walikuwa Mwembu. Tumepakana na Embu tunaendanga soko hapo kwa Wembu inaitwa Kivugu Market. So nikamwambia hiyo language unaongea si ni Kiembu, mimi nachukia wa Embu. Juu nilikuwa nasikia baba yangu akisema Mwembu mwegali ni ule muku. Niki? Kuna kuanga na hiyo msemo sijui kwa nini na dadi alikuwa anaitumia sana. So nilikuwa nachukia wa Embu sana na ujue susu mama yake ni Mwembu. Okay. Mwenye nimesaliwa that why unasikia hiyo jina Wanyaga. So nikasimama na akanisalimia nikajipata tumeongea nikajipata nimeingia box sijui niliingia aje nilikuwa namwambia wewe nikamuti wa heire. Okay. Love person. Kwani kulienda aje ndio ingia? Nilijipata nimeingia kwa box sasa imo sielewi. But tulienda hivyo nikapata mtoto. Sasa umechukuana? Tumechukuana. Ikafika farewell yake ya kwenda university. Nikaenda alikuwa mkubwa. Alikuwa mkubwa. Alikuwa amemaliza form 4. Alikuwa naenda September university. So nikaenda kwao akani-invite kwao Friday. Ndio ani-introduce kwa wasasi. Ndio alikuwa naenda Monday. Na kulikuwa na farewell the following day Saturday. Tukalala huko na tukafanya sex hiyo night Friday. Na akaniambia kutoka hapa uko na mimba. Nikamuuliza umejua aje niko na mimba? Akinjira nituthomithitio cukuru ni ndiramenya wina nda. Na witikie wina nda ri ngagutigira mbeca ngithie uthiuthimo. So the following day tukashinda huko na wasasi tukipika na watu walikuwa nasimama watu wakubwa kama senators wakamwambia lakini by then huyo mtu hakuwa senator but sahi alikuwa senator Embu ako senator Embu mbele ni hakuwa senator. So wakasimama wakamwambia njuni neimbase tunajua uko na msichana unapenda sana itoe wewe na kairetu wendete muno la centro na kairetu kau sasa wanaongea kuhusu wewe mimi katika tume urege shukuru hii karamu tunakununulia hapa tunakununulia uende kusoma sasa hiyo pesa walikuwa wanachanga kijana alienda akamaliza wiki 2 akarudi akakuja akapata nimefanya test niko na mimba na akaenda akaambia wasasi hiyo Monday aliniachia alinipeleka home akanifikisha na hapo chini ndio aende akanijitayarisha mimi nikaenda kwetu kufika home tu hivi nilipata alikuwa ameningojea ango yako yes ndakorira jetereire akinjira Wanyaga undura fanisa imo ajirire Wanyaga
nowe hau uri wina nda ranko yako uguo ni gwanjirire na ni ukunjira ndeo ri ukugirite ku akanifunga akinjova na mikanda akafunga na kamba nake kasini yake ri ahitukite ri kasini ya baba akimwira na ni anywaga bangi ni etigiritwo muno akimuria ng'ania ni maituguo urova na mikanda juu nimesaliwa mama yao ni maituguo uroha na mikanda uroha maituguo na mikanda we kwa nikifika hapo kabla nisunguke hivi nifike hapo nipate umemfungua akakuja akaniuliza na nikikufungua utanionjesha nikamuuliza nini sasa wewe hivyo nimekwambia nikamwambia mimi sielewi yangu akaniambia nataka tulale na wewe leo nikamwambia hiyo ni kitu kidogo nitalala na wewe akanifungua uko kwao uko home kwa shosho na kamlima kako hapo nilienda nikakanyanga hiyo kamlima nikasaut nikaambia kila mtu vile alikuwa ameniambia hakuna mtu alinisikiza hakuna mtu alishindania hiyo kitu ikaenda hivyo tukakaa akakuja aka break nyumba yetu yanko yes akaingia juu nilikuwa nalala peke yangu juu vijana walikuwa wamestahili walikuwa kwao so hiyo nyumba yangu nyumba yetu ilikuwa kubwa sana iko na 5 rooms so hata akibreak pande ile siwezi msikia nikiwa nimelala na ni saa 9 ya usiku akakuja akapanda kwa mbao juu nilikuwa nimefunga mlango na ndani akanimulika lakini ndio animulike nilikuwa naota nikiwa kwa kanisa na huyu kijana amenipea mimba nilikuwa naota sisters zake wakinimulikia sijui walikuwa wananimulikia nione nini huko kwa kanisa nikamwambia hebu nimulikie ni vizuri fulani nimulikie vizuri sioni kumbe na yeye amenimulika I think ni Mungu alikuwa ananitayarisha so vile niliangalia nikaona nimemulikwa nikapiga sasa venye uliamka ukaona umemulikwa yes nikapiga nduru brother sangu akakuja bio nakumbuka brother wangu alikuja na mti mrefu kaniuliza wanyaka ni nini nikamwambia we kuna mtu kwa nyumba tukajiita kama mkutano sisi watatu nilikuwa nalala tuko watano nilikuwa nalala peke yangu juu wao wandogo wamechukuliwa na shushu mama ya mamu kidogo so vile tulitana kama mkutano wakaniambia huyo ni fulani na mimi nikawaambia hakina ni ukweli ni yeye hakuna mtu mwingine anaweza nifanyia hiyo tambia ni yeye tukasema twende kwake tukaenda sasa kwa Aniko tukapata tukagonga bibi yake akaamka tukamuuliza Aniko ako wapi hiyo usiku that the same on hata tukumaliza 10 minutes Aniko ako wapi Aniko yuko ametoka na mishale na mkuki akaenda na huko nje na panga akaenda na huko nje kufanya patrol ya home tukamuuliza what tangu lini home yetu iwe na patrol kwani kuna wezi ni nini inalindwa huku kwetu tulijiuliza sasa sisi watatu tukamwambia ni sawa tu wacha turudi kumbe alikuwa nyumba yake alitusikia juu tulifika haraka akuwa ameingia kwake so tukarudi tukasema tutaambia Guka kesho tukaenda nikaambia Guka vile kulienda na vile bibi yake alituambia akaitwa na bibi yake akaitwa bibi yake akasema hakuna kitu kama hiyo mimi sijawaambia hivyo bwanangu alikuwa huko kuambia aje ati niliwaambia bwanangu alichukua misari akaenda patrol amelala huko the whole night aya akakana sasa mimi sijawaambia hivyo akakana tukarudi nyumbani juu tukua na sisi vile tulirudi nyumbani tulienda tukakaa kitu 2 weeks siku moja nikitayarisha sapa nikipikia watoto wetu nilikuwa nawapikia na ninawaonyesha homework sasa watoto wetu wamerudi nawaonyesha homework na ninawapikia so nikaweka stove hapo kwa varanda ni kadogo nikapikia hapo chakula ikaiva nikawawekea nikabakisha ya kumbemba kesho shule nikaiweka tu hapo kwa sufuria siku ichukue niipeleke kwa kitchen hiyo ilikuwa ya nyumba niliacha tu hapo kupe alikuja akagonga ile sufuria akipita huyo mtu sasa huyo Anko ambu tuseme ni Anko lakini tulijua hiyo siku ndio tulijua ni Anko sasa mbeleni tulikuwa tunamsuspect mlikuwa mna suspect lakini hiyo siku ndio nitajua ni yeye
Sasa nikasikia sufuria imegongwa. Mimi na courage yangu nilipewa na Mungu courage, nikatoka kwa kitanda, nikaketi, nikasema hiyo si panya. Already sasa mshalala. Nimelala. Kwani hao watoto wetu walikuwa wamelala kwa rumu yao. Mimi nilikuwa nalala kwa rumu iko mbali na wao. So vile nililala, vile nimeketi chini kwa bedroom yangu, kwa kitanda yangu niliamka nikaketi hivi nimeketi, nikachukua taa ile ilikuwa inaitwa kanyitira ile ya kitambo. Kanyitira. Na nikachukua kiberiti, nikatoa kamti moja, nikashikilia hivi na nikaset. Kwa hivyo wakati alikaa 10 minutes, kumbe alikuja vile aligonga sufuria, akaona hapa kuna kitu mzuri anaweza mbemba. Okay. Akachukua stove, akapeleka kwa kichaka, then akarudi. Vile alirudi akunimulika hivi na mimi nikawasha taa, so nikamuona. Nikamuona kutoka hapa. So nilimuona vizuri, alikuwa na mkuki na alikuwa na hizo mishale. Nikamuona vizuri. So ukaona ni nani? Yeah. Lakini ile question tulikuwa tunajiuliza, nikapiga nduru na brother sangu akakuja. Tulikuwa tunajiuliza what if alimeki kuteremka akuje kwa kitanda yangu, misale, mikuki, panga zilikuwa za nini? Anirape, aniue, labda alikuwa anataka akurape na akutishe usiseme. Ama nidhete na hiyo panga. So tulipiga nduru. Na the following day tukaenda tukasema nyumbani tena, na tukasema tumejua ni nani juu tumemuona, hakuna kitu iliendelea. Okay. So bibi anko yangu, anko mwingine sasa, akaniambia sasa vile tutafanya ndio huyu mtu aachane na hii tabia. Kila mtu akikuuliza hiyo dudu ilikuwa ya nini usiku, muwe mnasema ni fulani alikuwa amekuja kwenyu. Yani kwenyu alikuwa amekuja kwako. Alikuwa amekuja kwa bedroom yako usiku. So tulisema hivyo, tukamwaimbisha hivyo mpaka hiyo kitu ikaisha. Okay. Hiyo idea until work. So vile alienda, mimi nilipata mtoto. Sasa hiyo yote huko mjamzito. Nilizaa sasa mtoto. Mtoto akiwa na mwaka na miezi alikuwa na 7 months. Huyu msichana wangu mkubwa alitembea akiwa na miezi 8. So alikuwa na kitu 7 months. Juu alikuwa anatambaa na vitu. Okay. Akaniambia, unajua nini? Huyo aniko sasa. Huyo anko mwenye alikuwa anakuja usiku. Unajua nini? Aunti yako amekwambia atakusomesa. Na ameniambia nikupeleke Nairobi. Si tukakuja Nairobi. Tukaenda Dodora. Sasa mmekuja Nairobi kufanya nini? Kwa aunti. Okay. Aunti anisomese. Na juu mimi nilikuwa nataka kusoma sana. Umeacha mtoto au umekuja na yeye? Tumekuja na mtoto. Alinipeleka, akaniambia hapa tumefika, magari yasiendangi usiku. So unasikia kuna gari inapita, kumbe amenipeleka away from barabara. Hapa hakuna gari inapita. So tutalala, ndio the following day tuende wapi? Kwa aunti. Sasa hizo venye ulipata mtoto ulikuwa how old? Nilikuwa na 19 years. Already umerepeat sana. Nimerepeat sana. Class 3 nilirepeat 3 years. Na nimekuja kurudi class 8 nikarudi class 7. Okay. Lakini kutoka class 3 class 4 nilikuwa napata number 1 mpaka class 8. Okay. Sasa KCP ndio nilianguka. Sasa amekwambia hakuna magari? Hakuna magari hapa. So what tutafanya nini? Mimi nikamuelewa, nikamchanuka haraka. Anataka tulale kwa lodge. Okay. So nikamuuliza tutalala wapi? Akaniambia nitakuonyesha kwenye tutalala. Kaenda akabuku lodge. Na nikamuuliza yangu iko wapi? Akaniambia tunalala kwa hii moja juu mimi sina pesa. Nikamwambia mimi siwezi lala kwa lodge. Na sitalala. Nitalala nikiwa nimeketi hapa. So nililala hapo kwa viti. Haya. Mpaka the following day. Na yeye akalala kwa lodge. Akanipeleka kwa aunti. Kwa aunti hakuna mtu aliniuliza kitu. Hakuna mambo ya shule. Lakini niliwauliza. Alikuwa anakujanga huku. Wakaniambia hapana. Pale nyumba alioa bibi yake alimuona mtoto mmoja. Vile huyo mtoto aliendelea kugrow,
Mtoto wake akiwa na kitu miaka 4 hapo, nilikuwa naenda kwake. Alikuwa anafanya kwa supermarket fulani hapo Embu, so alikuwa anatoa vitu na mlango ya nyuma. Anatuitia kama ati kutusaidia Yanko. Yes. So ni mimi nilikuwa naambiwa niende. So siku moja nikaendea, kukakuwa ni usiku, ametoka usiku, ikapindi nilale. Vile nililala, alikuwa amerent single room. Vitanda zilikuwa zimeangaliana hivi. Zimeshikana hivi. Vile walienda tu kulala, anaambia bibi yake wafanye hiyo mambo. Na bibi yake anamwambia wacha watoto walale, wacha watoto walale. Sikube alikuwa anaambia bibi yake hivyo, anajua venye anajua. Alikuwa labda anataka nisikie, ama alikuwa anaprepare huyo mtoto wake minds juu itakuja sasa kutendeka. Okay. Sasa alikuja akalala na akaanza kulala na huyo msichana wake. Haya. Na walikuwa nakuja huku Nairobi. Alikuwa anamnunulia viatu, manguo, anampelekea. Anakuja naso, wanakuja naso. Unajua sasa ni ya kumfunika asiongee. Tulikuwa tuna suspect. Na walikuwa nasema wameenda kwa auntie, lakini si kwa auntie walikuwa naenda, na si kwa cousins. So that why hiyo siku niliuliza alikuwa anakujanga huku. Wakaniambia hapana, wajai muona. Okay. Nikauliza na mbona anatudanganyanga anakujanga huku. Wakaniambia si hatujawahi muona na hajawahi kuja huku. Kumbe ile story ya kukuja na msichana ilikuwa true. Okay. Yeah. So sasa wewe ukaenda, umeletwa kwa auntie na tumerudi home. Oh, mumerudi bado na huyu uncle? Hakuna kitu tumeambiwa. Auntie ameniambia hakuna masomo, haezi, hakuna watoto wake, analemewa. Oh, ni story tu alikuwa na fake. Alikuwa anataka mkuje Nairobi ndio. Ndio nilikataa kulala na yeye, sasa nataka nilale na yeye. Na sasa haukusema alikuwa anataka mlale kwa lodge? Niliambia auntie. Auntie akasema hakuna kitu alitake. Hakuna kitu. Na that why niko na uchungu. Na ndio nataka kuongea hii story ndio isaidie mtu mwingine na mimi nipone roho. Ndio nakuanga nimeimbemba mpaka wa leo. So mimi nilienda home na nikaendelea kulea mtoto wangu. Nikiwa nimepita mahali nikiwa na mimba, mamangu alirudi nyumbani. Mamangu amerudi nyumbani sasa nikiwa na mimba ya miezi 5. Okay. Na amerudi na hii njia. Mimi nilikuwa naendea viatu huku Nairobi nikiwa na mimba, ikiwa changa na usa huko home. So siku moja nikaendea viatu December hiyo 98. Nikaenda kuuza huko home. Kwanza nikaona hapana, wacha nipitie kwa kina kijana mwenye alikuwa amenipea mimba, at least hata wao waninunulie. Walikuwa wananipea orders, walikuwa wananipea orders sometimes. Okay. So nikupitia huko wakanunua wote na kijana akaninunulia moja. Ya kuvaa the following day. So yako sasa. So sikuenda kwetu home. Nilienda nimepita straight. Nikaenda kwenye mamu alikuwa amerent. Ndio alikuwa ametoka hiyo December Nairobi, akarenti nyumba juu shushu alikuwa anamtaka kwake. Okay. Akarenti mahali. Nikaenda huko ndio tuserekee the following day 25th. Vile nilienda huko nikawauzia viatu watu wa abroad na nikawaambia na msiguse hii ni yangu, nimenunuliwa. Mimi sikudanganyana, niliwaambia nimenunuliwa na baba mtoto. Huyu nimebeba. Mamangu sikujua kama amekasirika. Kwa nini? Mimi sikujua amekasirika juu ya hiyo kiatu. Yenye umenunuliwa? Alivaa the following day kwa nguvu na iko inamtoshea. Nikamwambia mama usivaa hiyo kiatu yangu juu haikutoshea, ina ndio nataka kuvaa. Akaniambia ndio navaa. Wakaenda na aunti yangu sistake. Wakakuja wakiwa walevi. Alikuwa anakunywa. Walikuwa wamekuja kunywa ile muratina ile inapikangwa December. Kiatu ilikuwa imetokana kabisa sasa imo. Ile yenye ulikuwa umenunuliwa? Ilikuwa imetokana kabisa, ilikuwa kiatu, ilikuwa ite kiatu. So vile niliona hiyo kiatu nikalia sana. Okay. Na nililala nikilia, naye akanitusi sana hiyo usiku. Mama yako? Vile tulilala asubuhi niliona ameamka, akaketi kwa varanda asubuhi akaita watu wa plot. Okay. Akamwambia we usiku nimeona maajabu. Mzee wangu amenitokelezea usiku na kunitusi akiniuliza mbona napigia Wanyagama kelele na nilikuwa wapi akipata hiyo mimba.
Si ulikuwa umeenda kuacha hao watoto, kwa nini ulikuwa umewaacha? Alipata mimba ukiwa wapi? Hiyo kitu ilimkasirisha sana. So akaamua turudi home. Vile tulirudi home, hiyo siku nikamwambia mam, before turudi nikamwambia mam, tafadhali usirudi kwetu. Daddy aliniambia usiwahi rudi. Na alioga mikono hivi mbele ya Susu. Mam, tafadhali usiwahi rudi home. Akakataa na akakataa. Nikamwambia mam, si ulituacha tukiwa wadogo. Na sasa tuko wakubwa. Hebu kaa huku kwenyu tutakuwa tunakuja kukutembelea. Mama alikataa na akakataa na tukarudi nyumbani. Vile tulirudi nyumbani, nikashikwa na uchungu wa labor pain, lakini haikuwa labor, juu sikuwa nimefikisha. Akaita watu home, aunties na bibi anko wakakuja. Nikawaambia mimi nasema ukweli na ninaambia mama na asikii, niko na mimba ya miezi 5. Auntie mmoja akakuja akaniambia, "Mbuka hivi." Akanifinya huku. Unasema uko na uchungu na mimba ni ya miezi 5. Nayo siku ikifika ya labor pain, si utakuwa unajaribu kulala, kusimama, kuketi ushindwe. Wacha siku ya labor pain ifike Simon. The following day niliambia mam na auntie akuniambia vizuri. Nitaenda kumwambia nitemee mate. Mama akaniambia na ni ukweli, enda ufanye hivyo. Tulikuwa tunashinda kusema hivyo hatukuenda. Okay. So mpaka siku ya labor pain ikafika. Na akigia mwanoro nikapata mtoto vizuri. Na nikafurahia sana ndio nilipata mtoto. Nikakaa hosi siku 3. Mwezi mmoja I mean. Biro ikakuja, mtoto alikuwa na complication. Nilikuwa nimepakwa chemical, ikachoma hiyo chemical ilichoma mtoto kichwa, the same place nilichomwa nayo. So tulikaa hosi mwezi mzima. Biro ikakuja 3,000. Mamangu akashindwa na kuilis, lakini alikuwa na 25. Hiyo ingine hakuwa nayo 500, akaniambia nitakuja kukutoa the following day. Okay. So vile alikuja akanitoa, vile alikuwa nikuje kunitoa the following day, and the same auntie alikuja akanitoa. Akaniambia hatutasaa mama yako, amekataa kukutoa hosi. Akaenda akaandikisha hiyo majina ya sisterke. Wow. Akaniambia nisiandikisha majina ya mamangu. Na mimi nilikuwa najua hata kama mama yangu ameenda, nitaandikisha tu hiyo majina. Nikaenda nikaambia sister ka story ya kwetu kidogo. Akakuja akaniambia nitakanzo, but nitakanzo moja. Akakanzo tu moja. Hiyo ingine akaniambia niandike yenye nataka, hizo zingine sitaka hivyo juu already alikuwa ameandika. Auntie akitoka kulipa akakuja tukaenda home. Lakini tu kuenda home tulienda kwa kijana yake kwanza. Akangojea gari ya kijana yake ikuje. Ikatupeleka home saa 7 ya usiku. Tukifika home, kijana yake ndiye alikuwa ameongoza, ameshika mtoto, akagonga na mimi nilikuwa nyuma na auntie alikuwa nyuma kabisa. Akaulizwa na mama, "Mbona mmekuja, kwani mmetoroka hosi?" Akamwambia hapana, hatukutoroka hosi, utaelezewa na msichana wako vile kumeenda. Wanyaga atakuelezea. So mimi nikaingia nikaelezea mama ni auntie amenitoa hosi na ameniambia hivi na hivi. Mama akafurahi, akaniambia amefanya vizuri, enda umpelekee hii pesa. Brother zangu akaambiwa asubuhi nitampelekea hii 25, by jioni nitakuwa nimeendea hiyo 500 kwa mamangu, pia alikuwa ameniambia atanipea nimpe. Si akampea. Akakataa. Mama akasema hata hiyo mwezi mzima sikuweza kukupea chakula iko na nguvu. Hiyo pesa ikaenda ikanunua hizo vitu. Okay. Auntie alimstaki, akaambiwa hakuna mahali mmeandikishana kwa chief, akaenda kwa chief, akaambiwa hata ukienda mbele utaambiwa the same. Hiyo kesi ikaisha hivyo. Kwani kulikuwa na kesi? Hiyo alikataa pesa. Akasema mimi sikupeana pesa yangu ikiwa nusu. Nirudishiwe pesa yangu ikiwa yote. Naye mamangu akamwambia njoo hakuna siku nimekwambia uende ukamlipia, na mimi nilikuwa nimesema mimi nimeona nikupee hii 25 na juu umekataa, wewe kataa. Okay. So akalikasirika akaenda kumstaki. So hiyo ikaisha hivyo. Na mam tukakaa na yeye mpaka mtoto akafikisha, before mtoto afikise mwaka na miezi 5. Mam aligonjeka sana. Wasee wakakuja wakaketi, wakaona arudishwe kwao. Kumbe alisikwa na kasi. Ile ya babangu. Gani? Babangu alikuwa amesema asikuje kwetu, asiwahi rudi kwake. Okay. Na sasa amerudi kwa nguvu. So vile alienda akakufa, alikufa tu. Mtoto wangu akiwa na mwaka na miezi 5.
watu wote nyumba kukasemekana juu alikuwa ameolewa na alikuwa ametolewa ndawari atasikwa huko kwake huko kwa babangu. So watu wa nyumbani wakakusanya wakasema tutatoa 300. Mama anti yangu hakuwa ametoa, alikataa. Nikiwa nimesimama hapo kitchen kwa kukaa hivi, vile mamangu alikuwa amesema huyu kijana amenipea mimba hata wainioa. So ile siku alikufa, nilikasirika sana juu alikufa nikiwa nimemshika hivi. Nimeshika mama yako? Embu. Nilikuwa namwambia mama tu ongea tu anti moja tu. Useme nitaolewa na baba mtoto. Juu alikuwa amekataa. Alikuwa amekataa kwa nini? Alikuwa amemchukia mbure na hajawahi muona na hakuwa nikipata hiyo mimba alikuwa ameenda. Okay. So vile alikataa bila hakuongea juu hakuwa anaongea. Alikuwa anaingizwa ndawa inatoka na damu. Kumbe alikuwa naenda. Akaenda. Nikaenda nikafika hapo Embu kuna mahali kulikuwa kunaitwa BP kitambo lakini sasa inaitwa Shell. Nikaenda kufuka nijigongeshe gari, nikasikwa na wasee na wakanipigia makelele sana. Nikakuja Mwea. Before nikuje Mwea, before mama akufe, vile nilipata katoto kakiwa kandogo akiwa mwaka na miezi 3, mimi nilikuwa nimeenda Mwea na nilikuwa nimeajiriwa. Nilikuwa nimeajiriwa na mimi ni wa class 8. But nilikuwa na viva ya Mungu. Nilikuwa nimeajiriwa na lawyer mkubwa sana, anajulikana sana kwa Kenya. Anajulikana, ni mkubwa sana, ni famous. Nilikuwa nimeajiriwa na lawyer kwa ofisi yake. Mimi nilikuwa naenda kufile document, nilikuwa naenda hearing. Hiyo mambo yote mimi naenda kotini. Nilikuwa naenda na bemba file nakaa tunafisiana na jaji hivi. Na mimi ni wa class 8. I thank God for that viva. So mama vile alikufa, si nilirudi nyumbani. Niende nikamsike. Na nikaenda kujigongeza gari. Nikarudi Mwea tena. Nikajifisa siku 3 Saimo. Hizo siku 3 walinitafuta mpaka ile siku waliniona. Siku ya 3 wakaniona wakanipeleka nyumbani. Masaka ilikuwa inaendelea. Nikiwa nimejishika hivi asubuhi kitchen, hapo kitchen nje, alikuwa akapita ule anikodi sasa. Akauliza auntie, unajua wewe ndio tu unjalipa ile 300 tulikuwa tulipe. Na huyo auntie akamwambia, hiyo sitalipa na sitawahi lipa. Hiyo 300 ameenda na pesa yangu mingi. Sasa mama yako? Mimi nilisikia mtu ameniongelesha akaniambia, atanjilipisha na mtoto wako wa kwanza kwenye utaolewa. Atiata? Atanjilipisha na mtoto wako wa kwanza kwenye utaolewa. Mimi sijui niliangalia nione ni nani, sikuona ni nani ananiongelesha. Ni sauti. Na ilikuwa very clear. Na isemanga mpaka wa leo. Niliambiwa atanjilipisha na mtoto wako wa kwanza kwenye utaolewa. Kwenye mimi nitaolewa. Nikajiuliza, huyo ameniongelesha hivyo, ameniambia mtoto wa kwanza na niko na mtoto aji. Kumbe ni kwenye nitaolewa. Sasa ndio siko nimeolewa huyo mtoto wa kwanza. Okay. Sasa mama alishikwa na hiyo mambo ikaisha. Na tukaendelea na maisha. Nikalea watoto wetu mpaka wakafika class 8. Nikamwambia sasa mimi naweza enda nimuache sasa. Mimi nikarudi Mwea tena. Na nikaenda nikapata wakili bado ananitafuta juu akukwa na simu. Okay. Nikarudi kwa ofisi yake tena. Na nikaendelea na kazi. Pale niliacha watoto. Huyu msichana mdogo aliachwa na miezi 2. Ndiye niliacha akiwa class 8. Vile alimaliza class 8, alinidanganywa na niko vile alinidanganya. Twende auntie yako atakusomesha nikupeleke kwake Nairobi. Wakaenda Nairobi na kama nandanganyana ule atasikia hii story atasema ukweli. Alimpeleka Nairobi, akafika Nairobi akamwambia sasa hapa tutalala juu ni usiku hatuwezi fika kwa auntie. Wakaenda kwa Rojin. Na yeye huyu sistangu nilikuwa nimemuelezea vile alinitendea, alikuwa na crew. Akaenda vile alienda kulipa kuangalia room yenye wataenda kulala, naye sistangu akaenda akakimbia akaambia watu wa reception. Wakamwambia vile kunaenda na huyu ni aniko na anataka kulala na mimi, na alikuwa amejaribu tena na sistangu. Wakakuja wakamficha.
huko. Akaambiwa keti chini hapa asikuone. Vile alikuja akauliza yule msichana alikuwa hapa kwa wapi? Ni sisi hatujui, si mmeenda na yeye na huko kwa room. Hatujui ameenda wapi. Alilala hapo mpaka asubuhi. Wakaenda wakamlipia gari ya asubuhi. Ile ilikuwa basi ilikuwa moja ya kwenda home. So wakamuingiza kwa basi na wakamlipia. Ile basi aliingia naye alikuwa alijiuliza sasa nitaenda kwa sistangu kusema aje na sina mtoto. Naye aliingia kwa basi bila kujiuliza nimepoteza mtoto ameenda wapi na ajui Nairobi. Akaingia bado kwa hiyo basi. Wakakuja wakiwa wamenyamaziana. Na alijua ako hapo. Wanaonana. Lakini haezi mwambia anything. Wakaenda wakafika nyumbani. Sistangu akaenda akaambia kila mtu hiyo story. Hakuna step ilitekiwa. So vile walikataa kuteki step. Hiyo ikaisha hivyo. Mimi nikaenda nyumbani tena. Ndio nijue venye kunaenda hiyo mambo. Nikakaa nyumbani akanilepu. Nani? Huyo aniko sasa. Aya, ukiwa mkubwa. Atakutoa wapi na atakuleta aje? Nilikuwa nimeenda nduka, alikuwa na nduka kwake. Alikuwa? Na nduka. Akaniambia nimuingizie hizo vitu na huko ndani. Kwenda kuingiza hizo vitu na huko ndani, hapo ndio alinishika na nikafunikwa na nguo. Wapi? Kwa mapua. Na akarara na mimi. Sasa alikutoa nguo? Yeah. Na ilikuwa kwa nguvu. Na hungeweza kusema hata nduru? Bila alikuwa amenishika sikuwa nipige nduru hata. Nilikuwa namuuliza anikusi wewe ni baba yangu. Mbona unanifanyia hivi na wewe ni kama baba yangu? Akaniambia nimekujaribu sana kutoka ukiwa mdogo na ulikataa. This is now the time. Hiyo ndio wakati. Na ukiambia mtu utakuwa. So nilinyamaza na hiyo kitu na nikanyamaza na hiyo ikiniuma, hakuna mtu anajua home, hata brothers zangu wajui. Watasikia hapa. Hakuna mtu alijua alikuwa alilala na mimi. Na inasikianga uchungu nikiongea hiyo story juu sijui kwa nini alilala na mimi. Na ni baba yangu na nikikumbuka hiyo kitu nilikuwa naona ni kama baba yangu amelala na mimi. So vile alilala na mimi nilienda nikarudi Mwea. Nilikuwa nimekasirika sana. So nilienda Mwea nikafutwa kwa wakili, nikateseka sana, nikaambia Mungu anipee mzee. Nikapewa mzee na nikaolewa. Vile niliolewa nikaingia kwa ndoa, niliingia kwa ndoa very funny juu niliambia Mungu tu just nipe mwanaume. Ni kama vile uambie Mungu akupee kikombe na specify ni kikombe aina gani, hakupee ni kikombe juu ku specify. So nilipewa tu just kikombe, nilipewa tu just mzee. So nilikuwa kwa ndoa nilikuwa nasema ikifika miaka 10 nilikuwa kwa ndoa nitaenda kushukuru Mungu. Juu nilikuwa nateseka, sasa hiyo sina ID. Nilikuwa nateseka na nimekwambia nilikuwa nimeajiriwa na huyo wakili na sikuwa na ID. Nikateseka kwa hiyo ndoa. Unateseka na njia gani? Walikuwa wao sisters zake wako wananipenda hata kidogo, wakunipenda from the word go. Juu nilienda na mtoto na huyu mzee alinioa, aliwaambia huyu mtoto ni wangu. Na alikuwa anampenda sana. Aliwaambia ni wake? Walikuwa nafanana somehow. So aliwaambia huyu mtoto ni wangu, nilikuwa nimesaa kitambo, huyu ni yule mtoto namwambianga niko naye. Sijui kama alikuwa anawaambia niko na mtoto nje. So alikuwa anapenda huyo mtoto sana. Na walikuwa nachukia huyo mtoto na mimi walikuwa nanichukia tu bure. Okay. So nikienda nikipanda kitu kwa shamba wanafuna. Nikinunua mbuzi, hizo mbuzi sinawauma juu wanataka wakuje wakamue wao wenyewe juu nilikuwa nakamua mbuzi za maziwa. Na nilikuwa ule mtoto akona bidii sana ya kutafuta. So nikapata mtoto na huyo kijana. Vile nilipata mtoto na huyo mzee, hakuniambia kama alikuwa na bibi mwingine na alikuwa na mtoto mwingine. So hao walikuwa wananiambia ukipata kijana utamuita hii jina, ukipata msichana utamuita hii jina. Na ni steps. Hao walikuwa wananiambia hivyo ni steps. Yeye amesaliwa yeye tu na brother yake peke yake. Wao wengine ni wale walikuwa wameolewa na baba yake alikuwa ameoa bibi mwingine. So mimi nikawaambia ni sawa, nikizaa nitafanya hivyo. Juu sikuwa nataka maneno mingi, lakini mzee alikuwa ameniambia mama yake anaitwa fulani. Na nitazaa mama yake kama nitazaa msichana. Fortunately nilizaa kijana, nikamuita baba yao. Mtoto aligonjeka from day 1 toka vile nilimzaa. Aliandikiwa sindano 5. Kutoka hiyo siku nilienda hospitali, nikaenda mahospitali, nikalazwa mahospitali.
Hata kwa ploti sikuwa najulikana, watu walikuwa nasema mimi ni wakuja kutembea, walikuwa najua sistangu, juu sistangu mdogo alikuwa ananikalisha. Juu unashinda tu kwa hospitali. Alikuwa nakaa na huyo mtoto mwingine. So walikuwa nasema huyo ni bibi yake, na walikuwa nasengenya mzee wakiuliza mbona ameoa msichana mdogo hivyo, juu sistangu alikuwa mdogo. Okay. Lakini mimi ndiye mwenye mboma, lakini watu wanijui. Nililaswa hospitali nikitoka narudi, nikitoka narudi, nikitoka narudi. Mpaka mtoto akafikisha mwaka na miezi 3 akaniacha. Tu hivyo nikiwa nimemwangalia. Na ndio aniache, huyo auntie alikuja. Ule auntie ile sauti iliniambia atajilipisa na mtoto wako kwanza. So alikuja Sunday, tulikuwa tunakaa kijiji moja na cousin yake na kijana yake, my cousin. So akakuja kwa kijana yake, kulikuwa na birthday ya watoto. Akarara na akakuja kwangu. Mtoto akagonjeka hiyo siku, ilikuwa Sunday, akagonjeka, nikampeleka hospitali, akatibiwa, nikarudi nyumbani. Monday, mtoto akasindiwa kabisa. Nikaenda kwa kazi yangu, nikamwambia sasa utaachwa na huyu mtoto, junior sometimes nilikuwa naachia. Utaachwa na huyu mtoto na mimi niende, juu sistangu sasa alikuwa ameondoka. Na mimi niende Osi. Akaniambia ni sawa, tutaachwa na yeye. Sasa alikuwa naachwa na huyu mkubwa, alikuwa anaitwa Jerry. Wakaachwa na yeye, mimi nikaenda. Before niende wakasema wacha tuombe. Wakaomba. Auntie akasema apewe mtoto. Si mimi tukafunga macho tuombe. Tulifunga macho na tukaomba. Lakini kuna mwenye aliona ati amemuinua nguo, sijui akamfanya nini kwa tumbo. Hakuwa amefunga macho, mwenye alimuona. Na ni mwenye ni mtu close na yeye sana. Sitamtaja jina. Ni mtu close na auntie, na aliumwa juu alilia sana vile huyo mtoto alikufa. Na tujawahi ongea hiyo story tena, hiyo ya vile alimfanyia. So vile nilienda hospitali, sikumaliza 5 minutes, mtoto alikufa akiwa kwa mgongo. Nikamtoa. Daktari wakakuja mbio, wakaona mtoto amekufa, wakamtoa. Wakamweka kwa hiyo room, na nilikuwa nimewaambia wamweke maji na wamweke air, wakakataa. Juu air ilikuwa mbisi. Although sijui walikuwa naona aje madaktari, unajua ujuzi, madaktari wako na ujuzi wao. So, lakini ni kwangu nilikuwa naona kama wanakataa, juu ukiwa na mtu mgonjwa unataka afanywe hivi, unaona kama wanakataa. So huyo mtoto alikufa, nilipatwa na wasimu, nikalia, nikachukua mawe, nipiga daktari, nikashikwa na watu, nikatolewa nje ya gate, nikapiga nduru kwa town mzima hiyo ya Osi. Kuko Osi ilikuwa, nikapiga nduru. Kuna mama alikuwa ananiona every time nikienda Osi. Akaambia watu, huyu mama tunamjua. Wakanifungia kwake kwa nyumba. Bila nifungia kwake kwa nyumba, nikakaa kwa nyumba yake. Akaambia watu wachaneni na yeye aliye kabisa. So watu walikuja wengi sana, nikalia nikamaliza. Nikatoka, akanipeleka Osi. Nikaambia daktari, nataka kuona mtoto wangu mara ya mwisho. Nikaenda nikaona mtoto wangu mahali wamemlaliza. Nilikuwa napenda huyo mtoto. Akanipea nguo. Nienda nazo nyumbani. Na karai zenye nilikuwa nimenunua juu already mtoto alikufa nikiwa kwa ward. Wakati nilikuwa nimembemba, juu alikuwa anaangaliwa na watu sana, mimi nikamchukua nikambemba. Nilikuwa nimeacha mtoto wangu, nikaenda nikamwambia bradhako amekufa. Nilimtajia hiyo jina, nisikuficha. Kaniambia kukufa aje, kamwambia ameenda kwa Mungu. Na yeye msichana wangu hakuwa anampenda huyo mtoto. Hakuwa anampenda? Aliambiwa na baba yake, unaona vile wakikuja kunikujia maternity. Unaona vile unaona tumepata mtoto mwingine. Sasa ile keki ulikuwa unanunuliwa, itakuwa inanunuliwa ushu. So alikasirika juu ya hiyo jambo. Okay. Hakuwa anapenda huyo mtoto, lakini alilia sana vile alisikia amekufa. So vile huyo mtoto alikufa na tukamsika, mimi nikaingia sasa kwa shamba juu sikuwa naenda kulima. Nikalima saimo, nikalima nyanya, nikalima mahindi.
Kumbe kwa ile mboma hakutakikani mtu ako na bidii. Kulingana na historia hiyo nyumba hiyo home walikuwa wanafukuza mtu akiwa na bidii wanamfukuza. Mimi sasa walikuwa wananipata kwa shamba wananichapa. Mzee Nani sasa anakuchapa? Sisters mzee. Akipigiwa na matajiri wale walikuwa neighbors. Anawaambia wacha nikunje tutatue hiyo sinda. Anakuja jioni home. Ananiambia umeshinda aje? Namwambia nimepigwa sijui ni kumeenda. Akaniambia acha kesho ifike tuongee hiyo mambo. Sisters zake wanaitwa na brothers zake wanakuja. Imagine anawaambia hapo hakuna shida. Anawalipia motorbike waende shamba, mimi naenda miguu. Na mimi nilikuwa nimechapwa. Na sasa hiyo anataka kunichapia mpaka huko huyo msichana. Anataka huyo mmoja alikuwa mkali sana. Anataka kunichapia huko kwangu. Iliendelea hivyo ikaendelea hivyo nikilima wanafuna kenye nilikuwa nimelima. Wanakuja kwangu wanachukua kenye wanataka. Wanachukua vitu zote za nyumba tunarudi zero. Tunaachwa bila kitu. Mimi nilikuwa nawekelea sanduku ya nyanya. Hizi masanduku zinauzanga nyanya. Ndio ilikuwa meza yangu na ndio ilikuwa meza ya kitchen. So nilikuwa nimeiweka vizuri na iweka nets. So huko ujue kalikuwa kamesa kazuri sana huko ujue ni sanduku ya nyanya iko hapo. Okay. Tukaendelea hivyo. Mpaka sasa nikasikia Simon nitakufa. Ndio venye wanakupitia mambo ngumu. Sister yangu akiwa mtoto wangu akiwa class 7 wakaambia nikamtuma kwa shamba. Mimi nikatuma bwana yangu kwa shamba juu alikuwa anaenda kazi, mimi ndiye nilikuwa nalima. Na sasa hiyo sina ID, so kenye tunafuna kwa shamba mimi ndampeleka pesa kwa bank. Juu nilikuwa nalima nyanya sana. Nilikuwa mpaka na kodesa shamba zingine na huko kwenye ajui. So huku unapeleka pesa kwa bank? Mimi nilikuwa napeleka pesa kwa bank. But sina access ya hiyo bank, siwezi withdraw. Kazi yangu ni kupeleka juu sina ID. So account ilikuwa ya bwana yako? Mimi sina ID. Okay. Alikuwa amesema kama ninataka kuchukua ID nichukue na yeye, na kama sitachukua na yeye nisiwahi chukua ID. So mimi nilienda tukalima nyanya nikimwekea pesa. Tukienda kutoa pesa unapata hakuna pesa kwa account. Namuuliza pesa ziko wapi? Ananiambia ajui. Tukienda kuitisha statement hakuna pesa. Ni ukweli hakuna pesa. Kumbe ukiangalia kwa simu yake ametolea sisters wale wake. Ndio na ni pesa mingi juu kuna wakati nakumbuka tulipoteza 300,000. Hivyo tu na vile nilikuwa nachoka, nilikuwa na spray, mimi nilikuwa na spray nyanya Simon Martin. Na nilikuwa na weight ya 24 with 45 kg by then. Alikuwa ananiambia namfinya na mifupa ya huko. Lakini venye umekonda? Bila nimekonda. Nakumbuka kuna kazini yangu ananunuanga nyanya akakuja kwa shamba, hakuwa anajua kama amekuja kwa shamba yangu. Alileta tuna brokers. Kauliza gai wanyaga, kwani ulikonda aje? Kwani uko mweusi aje? Akiwewe si wanyaga wetu. Mimi nililia Saimo. Huyo mwanaume alikuwa ananipitizia na wao sisters wake. Ananiambia sasa hata nikikufukuza utaenda wapi na una wazazi? Na una mbele wala nyuma. So mimi nilitesekea huko mpaka nikaona sasa afadhali nitoke. Lakini before nitoke, hiyo siku nilimtuma kwa shamba akaweke maji juu nilikuwa nimechoka kuweka siku mbili. Akuweka maji na nilikuwa nimeweka pesa yangu yote ya chama kwa hiyo shamba. Akuweka maji. Aliambiwa na sisters zake na brothers zake, uko karibu kupeleka mtoto sekondari na si wako. Mbona unaenda kusomesha mtoto wenye si wako? Wakauliza unajua na nini si wangu? Nani aliwaambia? Wakamwambia tunajua. Si umwambie asae. Alikuwa ameniambia nisisae juu yule mtoto hiyo kidonda haikuwa imepona, hata yeye haikuwa amepona. Okay. So alikuja home jioni, nikamuuliza baba fulani juu niko namuita baba Jerry. Baba Jerry uliweka maji? Akaninyamazia mara ya 3 akanyamaza. Mtoto akatoka shule. Akamuuliza dada, akanyamaza. Dada bado anamnyamazia tu. Niko kitchen napika ugali. Simon
kutoa ugali kwa jiko kama haijaiva. Nilishindwa mbona huyu mzee ananyamasia mtoto. Na mara ya tatu alimwambia mimi usiniite dad. Mimi si baba yako. After all those years. Okay. Ambia mama yako akuonyeshe baba yako, mimi si baba yangu. Hapo ndio hiyo kitu iliniuma na nikaamua sasa kutoka kwa hiyo mboma. Mimi nilitoka kwa hiyo mboma 2012. Na sasa nikaenda kujikalisa mtoto wangu akiwa class 7. Vile nilienda kujikalisa Mungu alinibariki. Nilikuwa na sola hizi sola za nyumba hizi za light. Nikauza hiyo sola. Lakini mwenye nilimuuzia aliniambia atanipea zikiwa ndengu. Nikiwa? Akanipea ndengu, nika start business. Ya ndengu. Business yangu ika grow. Nikapatana na mama mwingine alikuwa ananunua ndengu mingi. Akaniambia, "Mam, aliniita mam. Ninakuangalia hivi naona unaweza fanya biashara sana. Na wewe ni mtu anaonekana ni trustworthy. Naweza kupatia pesa uninunulie ndengu unaniletea." Sasa ameketi chini, ananunua ndengu na trailer. Uende nipewe 10,000, nikimaliza nikujie ingine 10, bora naandikwa mahali Hiyo mama nilikuwa namununulia ndengu ya 100,000 within a short time. Tukikuja kufanya hesabu ananiambia, "Hai mam, leo umeniambia hii pesa yote ni mimi nakupea." Juu sasa profit yangu nilikuwa nanunua ndengu na 80, anamuuzia na 82. Alikuwa na pesa ni yake, lakini niende ni broke nimletee. Okay. Akinipatia hesabu jioni ndio alikuwa ananiambia, "Hey mam, umeniambia," akicheka tu. Tunarudia hesabu tena. Anaona ni ukweli ni mimi nimethukuma hiyo pesa yote. Hiyo pesa yote ni yangu. So tukaendelea hivyo, nikagonjeka mgongo mtoto akiwa form 1. Juu ya ile kazi nilikuwa nafanyishwa kule kumbemba inaitwa nini ya kuspray. Ya kuspray nyanya. Nimeijua. Na kuweka maji, na maji unaekanga ukiwa imeinama hivi kuchange pipe. Sasa hiyo kazi kafanya. Na unaiweka the whole night. Na hataki kujua na unaweka na umechapwa. Na sisters zako wamekuchapia huko kwa shamba. So nikagonjeka mgongo sana, nikaenda Embu. Nikapigwa ma x-ray, nikaambiwa sasa hiyo mgongo yako vile inaonekana. Niliwadanganya niligongwa na ng'ombe. Although sikuwadanganya nilikuwa nimegongwa na ng'ombe ukweli, nikitoka kwa shamba. But nilikuwa nafikiria hata mimi ni ng'ombe. Akaniambia hii si ng'ombe, kulingana na x-ray, unaonekana wewe ni wale wa mama wanafanyanga kazi, wakifikisha hapa wanaona haijaisha wanaendelea. So nikaambiwa sasa utawekwa ina painkillers. Hiyo mgongo hakuna vile inaweza fanywa. Na nikawekwa ina painkillers. Lakini niwe nakunywa tu nikisikuwa na uchungu na nisifanye kazi mzito. Okay. Nikiambiwa nisifanye kazi mzito, nilikuwa nanunua mahindi. Natuma sinakuja Thika. Okay. Nilikuwa nanunua mpaka lori mzima. Niliambia Mungu, sasa Mungu nimekuomba wewe uishie milele. Unisikumbali nifanye kazi mzito tena. Nipatie kazi yenye nitafanya. Haya Mungu ni nani akanisikia. Nikakuja na idea ya kuweka ka boutique. Boutique. Sasa umeacha kuuza dengu. Hizo zilikuwa zinanichokesha sana juu ya kufuruta hizo mangunia. Nikaweka nikambra nimio kutibiwa hospitali, kusomesa mtoto bado na uko kazi. Mimi pesa yangu ilipo imeisha yote, nikabaki na 20,000. Hiyo 20,000 ni rent house ya kuuzia nguo na ndio ninunue nguo nayo. Okay. Mama anaitwa huyo naesa mtaja jina. Anaitwa sahi ni pastor, anaitwa Pastor Esther. Mungu akubariki sana. Juu hata ni wewe unanisaidia na pia ya kukuja huku. Pastor Esther akaniambia sasa tutaenda Isiri, nikuonyesha Isiri iko wapi, tununue nguo na tukuje tuweke huku Sinjari. Duka kalikuwa kadogo sana. Mwenye duka nikaongea na yeye nikamwambia nitakupea 2,000. Hiyo deposit nitakupea nikiuza. Akanielewa. Juu nilikuwa nakaa the same nyumba uko juu kwake. Hiyo nguo tuliendea 20,000, alikuja akahang. Akaniambia si unaona kumekuwa smart. Huyo mama huyo Pastor Esther. Si unaona kumekuwa smart. Nikamwambia yeye kuko smart sana. Akaniambia sasa hapa imefika. Tuachie Mungu aendelee. Niliuza hizo nguo within 2 weeks nilikuwa nimetumwa nguo za 10,000.
onda na hiyo pesa ilitoka tu kwa hizo nguo. Okay. Boutique yangu ikaendelea, wetu wananiletea idea, wananiambia fanya hivi, embu eka mtushi, nguo za mtushi. Akaweka mtushi na ikaendelea. Nilijipata Simon, niko na wholesale, niko na boutique, niko na M-Pesa, kanunua mashine ya photocopy, nikaingiana sasa na watu wa bank wananipea loan. Na kazi yangu ikaendelea vizuri sana. Mama alikuwa ni imba yangu, lori sikikuja kunimwagia vitu, juu nilikuwa namwagiwa maji ya wetland, walikuwa wananimwagia lori mzima. Vitu hizi zingine, sanduka, sonda, afya, biscuit, unaletewa na gari mzima hivyo. So huyo mama alikuwa nauliza, akaniuliza, na nataka kukuuliza wewe mama, wewe ni nani huku? Unakuja kumwagiwa vitu mbele yangu. Tutaona kwenye utafika. Ala. Simon, duka yangu iliisha na siku moja. Nilikuwa nakaa huko juu, nateremka kwa duka chini. So nikiteremka na kama 80,000 ama 100 ama 200, si una expect jioni nikienda nimeenda na mo. Juu kunafika usiku kama hujaenda kwa banki, na nilikuwa naenda kwa banki, nilikuwa nimejifisa sana juu nilikuwa nimefuatwa mara mingi. Hata kufuatwa na wakora. Okay. Wakora. Wamenifuata sana. So nikiteremka na hizo pesa jioni, hakuna pesa nimeenda nayo, na hiyo siku sikuwa namwagiwa mzigo, hakuna mzigo nilikuwa nimelipa, na sikuwa naenda kwa bank. Pesa imeenda wapi? Hatujui. Sikuwa ijua mpaka wa leo. Hiyo pesa ilikuwa inaenda hivyo. Duka yangu ikaisha. Watu wa bank wakakuja, wakachota kila kitu. Nikarudi square one. Nikaajiriwa kwa barabara ya kutoka Keno kwenda Sagana. Wakati ilikuwa inatengenezwa tena, ndio ikuwe mzuri, ndio hii ingine inajengwa saa hii njengwe. Ni sisi tumejenga hiyo barabara mpaka ikafika Keno. Njoo nilikuwa na loan ya banks mingi, ile iliweza kunichota, hiyo ingine haikunichota. Okay. So nililipa hiyo loan na mashinda mpaka ikaisha. Sasa hiyo mtoto wangu amemaliza form 4, amenipata kwa single room. Na nilikuwa nakaa kwa nyumba ya room 4. Nilichotwa akiwa form 4, akifanya mtihani ya kujua kama nimechotwa. Okay. Mimi nikaanza maisha sasa ya kujikalisha nikiwa peke yangu. Nikarudi square one. Kutoka tuachane na mzee, nilichukia wanaume kabisa. Sikuwa nataka mambo ya wanaume. Mpaka watu walikuwa wananiambia naendanga kutega, ile wale wasichana wanaendanga kujisimamisha kwa barabara. Juu hajawahi niona na mwanaume, na wanaonanga mambo yangu yakienda sawa. Lakini nashukuru Mungu dunia alikuwa amenipitishia hiyo mambo ya kunibariki hivyo. So vile nilirudi square one, nika kama sina anything, sina hata mtoto amemaliza form 4, sijampeleka shule. Amekaa miaka 3, sijampeleka shule. Mungu akakuja akaniinua tena, nikaenda kuuza mchele. Juu pesa silibaki, zile za nikimaliza kulipa loan, pesa ilibaki. Nikaenda kuuza mchele sasa Mwea. Nikiuza mchele nikaona nipeleke mtoto college. Nimpeleka kwanza akasome account. Vile corona ilikuja, wakasimamishwa, alikuwa amesoma mwaka mzima akasimamishwa. Vile walisimamishwa, waliambiwa arudi, akasema yeye atarudi kufanya account. Ataenda kufanya catering. Na mimi nikasema it's okay. Juu ukibishana na mtoto ataenda asome kenye unataka na haitamsaidia. So akaenda catering na nikampeleka NIBS, mimi nilimpeleka, nikaenda nikamlipia school fees na nikaendelea kumlipia vizuri. Nikiwa pale kwa mchele, mimi nikapatana na mwanaume. Na nilikuwa naomba Mungu sana anipe mwanaume. I wish I knew. Singepatana na yeye. Ningekaa vile nilikuwa nakaa bila mwanaume. Nikapatana na huyo mwanaume na akanipea mtoto. Nilikuwa nimeambia Mungu ile siku utanipea mwanaume nitafurahi. Na nilikuwa naenda mpaka kwa mlima kuomba. So vile nilipewa mwanaume wa kwanza, nikaona Mungu ni kama hapa, huyu si wangu. Huyo mwanaume alikuja wakati nilikuwa na fast. Nikamwambia ninataka kufast the following week. Kaniambia usijali, tuna fast pamoja. Juu nilikuwa naomba sana na nilikuwa na fast sana. Isipokuwa ni saa hii nanyonyesha na fast siku moja siku mbili.
Huyo mwanaume akaniambia tutaanza Monday ya tuanze. Nikamwambia Mungu, nataka kukuona Mungu. Ikifika Wednesday nijue kama huyu mwanaume ni wangu. Juu sitaki kujiingisha kwa mambo. Sitaki, na ni vile nimeteseka kwa ndoa, nimefrustratiwa na wanaume. Sitaki kujiingisha kwa mambo mabaya. Vile niliingia kwa hiyo ndoa, vile niliingia kwa maombi, huyu mwanaume siku ya 3 nikaenda home Wednesday mapema kutoka kwa mchele. Kufika home nikapata ule mwanaume anakula mahindi. Nikamuuliza mbona unakula mahindi? Akaniambia si mtu kila mtu ako na life yake. Nikamuuliza what? Kila mtu ako na life yake. Wewe kaa life yako na mimi nikae life yangu. Nikaona hapo hakuna mwanaume. Simon, before niingie kwa huyu wa pili, utaniruhusu nikurudishe nyuma kidogo. I think ni hivyo nimeguswa na hiyo kifo ya mtoto wangu. Hivyo nimesahau, kuna mahali nilisahau. Ule anko, nikiwa kule niliweka kale kambotiki kandogo. Nilikuwa nataka kumuua. Kuwa anko yako? Yes. Na nilikuwa natumia vijana. Sikuwa nimeokoka by then, na sikuwa najua Mungu ni nani. Hata kama alikuwa ananiongelesha, sikuwa najua Mungu. So mimi nilikuwa nataka kumuua ya ukweli. Hapo huko umeanza kufast. Na hata nilikuwa mbali sana na Mungu. Sikuwa najua Mungu ni nani. Nilijua Mungu wakati nilifilishika. Hapo ndio nilipatana na huyu pastor, na huyo pastor amenisaidia sana. Nitakuja kuambia mambo yake baadaye. Nikaambia auntie, sasa hapo imefika, huyu alikuwa ametuimbisa sana home. Hatuwezi hata tukiita harambee home ama tuite harusi, watu hawezi kuja wa kijiji. Tumeaimbika sana. Nataka kuua anko. Na nimetafuta vijana na nimewalipa 5,000. Kaniuliza unataka kumuua kwa nini? Nikamuuliza hukusikia kwa redio wewe vile kunaenda? Anko alilala na msichana wake ule alikuwa anaenda naye Nairobi, akasaa watoto 3. Msichana wake? Wa kwanza akasaa kijana, wa pili alikuwa msichana, na wa 3 alikuwa kijana. Huyu wa katikati ni msichana. Huyo kazini yangu alikufa. Watoto wake wakiwa wadogo. Na alikuwa mzuri sana. Bila alikufa akaacha watoto si wameendelea kugrow. Akiwa class 5, huyu msichana alikuwa na msichana wanatembea na yeye. Kale katoto wanasoma na yeye, si kumbe anko anaka sport. Kaka Kenya wanatembea nako. Story hata haiko hapo sasa hivi. I wish nilikuwa wewe, lakini Mungu akusamehe. Na nisamehe, Mungu nisamehe. Alichukua kale kasichana, akachukua kaka kake, akakwambia enda uchukue ule msichana, mpembeleze twende Embu. Wakaenda Embu, wakaenda kwa lodging, wakakaa huko siku 3. Akiwafanyia hiyo mambo. Msichana wake na kaka kingine? Si msichana. Sasa imagine amesana na msichana wake. Msichana mwenye anamuita Aguka. Yes. Lakini ni baba yake in another way. Haya. Yes. Yeah. Saimo hiyo story inaniumanga, na that's why nataka kuiongea. Initoke kwa akili na initoke kwa roho. Niko bila nataka kusema, atasema mimi sitaki kujua, but I want that story to come out of me. Amelala na mtoto wake, na ni mtoto wake. Na ni mtoto wake bado. Amezaa na msichana wake. Ule mtoto amezaa na yeye, akachukua huyo msichana wake akaenda kulala na yeye. Kaka kasichana kaka Fred kake kalitoka alienda home, anausanga kuna vitu anauzanga sitatanja gani, anapelekanga Embu. Si akatoka ndio aende juu, ilikuwa siku ya Wednesday ya soko ya Embu. Akatoka mapema aende wakiwa huko, wakuja waendeleze business zao. Arudi road. Yeah, akaacha wale watoto, wakamanage kufungua, wakatoka. Katoto kako kaka friend kakatoka kakistaga. Juu kalikuwa kamelipiwa vibaya. Ni kama aka kengine kamesoea. Ni kama alistart na aka kengine vile alistart na mama yake akiwa mdogo. So kaka kengine akakuwa kamesoea. Akaulizwa na hao watu wa hiyo sasa hiyo ni story tulikuwa tunapewa vile kulienda after kusikia kwa TV. Na vile ilienda home. Sasa vile wao wasichana wakakauliza, wewe msichana ni nini?
Akasema ni wale wa muda mzee tulikuwa na yeye amenifanyia hivyo. Akaulizwa uko na namba hata moja ya kwenyu? Akasema brother yake akapigiwa simu, akakuja bio, mtoto akapelekwa. Sijui kama alimpeleka usinji, hiyo story nakwambia pale ilikuja kuishia. Ikafika home, story ikafika home na akachukuliwa na chief, akamficha kwake, akamwambia ukitaka vizuri utauawa na hao watu juu watu walishingira nyumba yake wamuue. Akajificha, akapelekwa the following day Kianyaga. Alipelekwa Kianyaga, anko brother yake sasa alienda akamwekea inaitwa board na title. Na alikuwa akatoka. Na vile alitoka mpaka wale wana survive. Hiyo kesi iliisha hivyo. So nikaambia auntie sasa huyu aniko nitamuua. Naye auntie ameokoka, ni pastor hata yeye. Akaniongelesha akaniambia tuachane na hiyo mambo, tuachie Mungu, tuache hiyo mambo. Lakini sikumwambia alinirape. Sikumwambia. Lakini walikuwa najua vile alikuwa anataka kunirape. So vile sasa ako kasichana wa hiyo mboma juu iko na shinda sana kale ka Fred. Iko na sinda sana. Waku waweze kukibishana na yeye na alikuwa amemwekea na title. Na hawana kitu ya kumwekea wa kesi na yeye. Hiyo kesi ikaisha hivyo na alikuwa akaachiliwa na alikuwa ako mpaka saa hii. Bado anaonekana Embu, wakuwa ameshikana mkono na ule msichana. Msichana mgani? Huyo wake. Haya, bado wako na yeye. Na atakangi kumwona na boyfriend. Kimwona na boyfriend anamchapa sana. Na hivyo ndivyo ilistart na ule mwingine. Huyo mwingine alikuwa ananiambia story zote. Huyo mama ya huyu msichana wako na yeye saa hii. Sasa ako na mama ya haya. Ako na mtoto wa huyo mama. Na bibi yake angewahi saa mtoto mwingine mpaka wa leo. Na bibi yake huyo mama yake alikufa. Mama yake alikufa, bibi yake msichana wake ndiye alikufa. Kaacha hao watoto. Na yeye sasa analala na msichana wa msichana wake. Na watu wa familia wachukui nini? Nakwambia Saimo, ukiona nikiwa na uchungu hivi, hakuna step hata moja hakuna waongeangi hiyo mambo. Hata tukijaribu kuongea, watakangi tuongee hiyo mambo, walikata hiyo mambo. Ni kama ilikanyangiwa chini tu hivyo. Hata hivyo alikuwa anataka kuturape. Kuna wakati nilikuwa nimetoka kibarua, alikuwa anataka kulala na mimi nikakataa. Akasema na wewe nitakuonyesha. Nikampata nilikuwa natoka kibarua, nichukue karai nioge niende nikapeleke nguo zikashonwe kwa food. Nikitoka kuchukua karai kwa bradhangu, juu kulikuwa na kamlima, alikuwa amejificha hapa kwa ngiti. Alinigonga na mti. Niko na hiyo nini kwa mguu mpaka wa leo. Akanigonga kwa mti mpaka mguu ikafura. Nikakimbia kwa guka kwa brother ya guka sasa nikakimbia. Akaulizwa ni nini unauliza maito wewe? Ni nini unamuuliza? Sasa kukamba ya ule kazini aliniulizia mara ya kwanza. Nikaenda nikajificha kwa mama mwingine. Huyo mama akaniambia tutanyamaza na hiki tu, huyo mzee amekuzoea sana. Mbona anatakanga kulala na wewe? Au ni wewe ni msichana wake? Anataka kulala na wewe vile amelala na mtoto wake. Akanipeleka kwa polisi. Tukaenda tukaripoti usiku. Na yeye kumbe alilala kwa mti iko hapo nje kwetu, amenitegea nirudi. So tulikuwa tunaletewa information na brothers. Bado wako pale kwa mti usikuje. Nililala huko mpaka kukakucha, tukampelekea barua, akaitwa huko kwa polisi. Na hiyo police post Edmeni alikuwa anaenda huko anaripoti huko, kwa hivyo walikuwa wanajua story ya watoto wetu, yani sisi walikuwa wanatujua vile ile kuteseka tumeteseka from the word go. Kwa hivyo walikuwa wanajua story yetu yote. Alichapwa huyo mzee. Alichapwa na mapolisi mbele yetu. Akaambiwa achane na sisi kabisa na siwaituliza. That way nilikuwa nataka kumuua na yeye alikuwa anataka kuniua hiyo siku. Okay. So mimi hapo ndio nikatoka nikasema sitawahi rudi nyumbani tena. Hata saa hii nakaanga sana nikienda nyumbani. Nikimwona nasikianga vibaya sana. So Simon nikakuja kuingia kwa ndoa ya pili sasa. Nikaambia Mungu sasa huyo akuwa wewe umejimbu. Nataka unijimbu tena Mungu. Huyo juu umempata akikula mahindi. Nikarudi tena kwa maombi. Nikaenda Evans Gate nikaomba sana.
na nikaendelea kufunga na Mungu, nikaambia Mungu ndio nijue ni wewe Mungu, nataka ule nitalala na yeye anipe mtoto. Haya. Ule tutapatana na yeye, tupendane anipende, nikilala na yeye anipe mtoto. Sasa imo kulienda hivyo. Kama hajakuwa. Sasa tumependana na yeye, tumekot mpaka tufike mahali sasa tulikaa sana before tulale na yeye. So tukakuja tukalala na yeye na nikapata mimba. Sikumaliza 2 weeks kama sijapata mimba. Na nikafurahi sana, nikaambia Mungu ni asante. Hiyo mimba ikanisubua juu nilikuwa nimekaa from 2006. Mtoto wa pili alikufa 2006. Nilikuwa nimekaa sana, so nilikuwa na fibroids. Ngaina tukaenda kwa Ngaina akatuambia sasa hapo imefika, huyu ni bed rest, total bed rest. Na usiwahi mgusa. Mzee hakuwa ananigusa, tukakanywa sex. So kumbe mzee alikuwa anaenda nje. Lakini anakuja analala na mimi once. Okay. Nikaanza kugonjeka UTI. Nikienda hosi naambiwa huyu mzee wako, ni kama mbona umekunja hosi hivi? Huyu mzee ni kama anatoka nje. Nikimwambia anakana. Kumbe pale alitoka nje, akiendanga. Juu aliendelea kunitesa kutoka hapo. Nalala njaa kwa nyumba. Na before nikuje kulala njaa, nalala njaa, mtu alikuwa na pesa yake. Bed rest Simon ndio hii. Huyu ni mtoto wako shule. Hii ni pesa iko kwa bank. Inanisaidia na nini? Nilijiuliza hivyo. Nikaenda na yeye kwa banki kama mtu mjinga. Nikamtolea pesa, nikamwambia sasa fanya hivi, wewe unafanyisa hii pesa kazi, ulipia watoto school fees. Alikuwa ameachiwa watoto 2 na bwana bibi yake na wangu watatu, na unawalipia nyumba. Alikuwa anawanunulia vitu, anawatumanishia, na ikiwa paso. Alikuwa analipia school fees vizuri sana, hata msichana wangu alikuwa anamlipia school fees. Lakini msichana wangu akikuja kufanya neck, na mimi nilikuwa nimesaa sasa. Alikuja kufanya neck. Mtihani ya neck. Na mimi nilikuwa na saa sasa. Vile aliona before nikuje kusaa, tulienda inaitwa scanning. Nikafanywa scan, nikaonekana mtoto ni msichana. Na yeye alikuwa ananiita mama fulani, mama kijana, baba yake. So vile tulienda tukiwa tumeshikana mikono, tukateremka na huko tulielelezewa tuteremke kwa hosi tukafanywe scan. Turudi mtu akiwa mbele, mwingine nyuma. Mtoto ni msichana. Ni msichana. Mimi nikazaa mtoto na akanitoa maternity vizuri. Na nikaenda nikakaa 2 weeks, mtoto akagonjeka, nikaenda hosi tena. Hapa sasa mtoto anagonjeka, msichana wangu anafanya neck. Amekataa kumlipia nyumba, amekataa kulipa pesa ya mtihani. Siku moja Jerry akiwa huyo msichana wangu Jerry akiwa amelala hivi, akasikia Sonko akisema mwenye ako na shinda amwambie saa 9 ya usiku. Jerry alichukua simu akapiga na ikaingia kwa Sonko. Akaulizwa sinda yako ni nini msichana? Akamwambia mimi sinda yangu ni school fees balance. Akaulizwa ni pesa ngapi? Akasema ni 12,500. Nani alimwekea 12,000 hapo? Sonko. Akaangalia kwa akaunti ya shule akaona simeingia. Mtoto akaendelea na kusoma ndio afanye mtihani. Hiyo sasa ni mtihani imelipwa 12,000 Sasa ile imebaki kuna balance ya 3,000. Na yeye sifanya mtihani kama anjalipa hiyo 3,000. Sasa mtihani ama? Mtihani amelipiwa na Sonko balance. Hiyo ilikuwa imepewa deadline. Sasa ya shule. Sasa school fees ndio sasa imebaki 3,000. Niko na step sisters. Hao step sisters wale sasa ule bibi alikuwa ameolewa kwetu na alienda na mapacha, tulikuja kujuana sasa tukiwa wazima. Na hatujawahi onana face to face, tunaongeanga na simu, nikwambie ukweli Saimu. Akaniuliza bado Jerry yako shule, nikamwambia but kuna ka school fees balance na yeye fanya mtihani. Akaniambia na kuna ambassadors zinapeanwa huku kwetu wakati walikuwa wanakuja kuchaguana. Walikuwa wanapeana ambassador tu ovyo hivyo. Imagine alienda huyo sistangu alienda kwa MCA wa Kahawa. Hii Kahawa West. Akaenda akapewa ambassador ya 10,000. Okay. Akaenda akapeleka shule. So mtoto wangu alilipiwa 3,000. Ikambaki balance ya 7,000.
hiyo balance ya 7,000 ndio iko shule mpaka saa hii. Okay. Juu sasa huyu mwanaume alikataa kumlipia school fees, akakataa kumlipia nyumba. Nyumba mimi nilisaidiwa na rafiki yangu anaitwa Karemi, alinipatia pesa ya kumlipia nyumba ndio asifungiwe nyumba. Ndio amalize kufanya mtihani tutoe vitu. Nilipia mwezi miwili. Ya hiyo ya kufanya mtihani na hiyo mwezi alikuwa amebakisha moja. Vile alimaliza nikamwambia sasa utakuja home, na sikumwambia sasa utakuja home na vitu. Kwa nini? Hakujua ni kwa nini nilimwambia kuja na vitu, lakini nilimdanganya. Namjua sasa kukichaguana hatutajua venye kutaenda Nairobi. Tunaweza enda kama last time, so kuja na vitu zote. Akakuja na vitu zote nyumbani. Ndio alikuja kuniuliza mama, kwani sirudi shule? Nikamwambia sasa uende usirudi shule. Unaona sasa tuliachwa hivyo. Akaniuliza na kwani pesa yako ilienda wapi mama? Na si ulikuwa na kazi na kazi yako ilikuwa kubwa. Sikuweza kumwelezea by that time vile mzee amenifanyia. Mtoto alikasirika siku moja, akaamka akaandika full scap. Okay. Kama 2 hivi. Na akaacha hapo barua. Kaniambia mama, hapo imefika. Nimeteseka sana. Nimeteseka na wewe sana. Nimejaribu kujiua mara mingi. Sasa hapo imefika. Mimi nataka nimeenda kujiua. Na nimekuacha. Na sababu ya mimi nitake kwenda kujiua, utaki kunisomeza. Aliniambia point blank, yani aseme vile aliniambia. Although nilimsamea juu ya kuambia mama yake mambo zingine. Ulipatana na mwanaume, si afadhali ungekaa vile ulikuwa unakaa mama, na ulikuwa unakaa vizuri bila mwanaume. Huyo mwanaume sasa alikuja kufanya nisiendelee na masomo yangu, ameenda na pesa yetu. Mbona mama, mbona umefanya hivyo? Si afadhali hata huyo mtoto namchukia. Aliniambia nachukia huyo mtoto wangu. Nikamwambia usijali, hata kama unachukia huyo mtoto wangu. Nilimpigia simu sasa. Kamwambia hata kama unachukia mtoto wangu usijiue, na urudi nyumbani. Ninajua nitakusomeza, lakini hakurudi. Mtoto akiwa na miezi miwili ndio niliraswa sasa hosi sasa. Akarudi sasa. Nikampigia simu nikamwambia sina mtu akuja kuniangalia hosi. Kuja unione. Akakuja sasa hosi, sasa ndio akuja akawa akiniletea chakula ya mtoto hivi. Na mzee alikuja kutuchukua siku ya mwisho. Na hakuwahi kuja hospitali kuniona. Alikuja siku ya mwisho. Akatuchukua na gari akatupeleka nyumbani. Okay. Lakini before akuje kutuchukua alikuwa ameenda nyumbani na akachukua nguo zile mzuri akatoka. Na akaenda. Hizo nguo alichukua mzuri aka make sure sijaenda bedroom mbele yake. So aliniacha kwa table room, akaniambia ako na haraka, wacha atarudi jioni. Hajawahi rudi mpaka wa leo. Sijawahi muona, sijawahi hata kama ni sahau sura yake. Sasa story iko hapa sasa hivi. Mwacha mtoto agojeke. Mtoto huyu mdogo? Chukua hiyo karatasi, nikitoka maternity akajaza majina ya mama yake. Na hiyo majina inafanya nichukie mtoto wangu. Nafanya nichape mtoto wangu sana. Ako kandogo? Na kako na mwaka na miezi 4. Na kako na kilo 4. Kwa nini? Hivyo ulikaona jana ni nguo za Imo. Kako na kilo 4, kwa nini? Nini shida iko wapi? Sielewi juu hapatikani ugonjwa mpaka saa hii. Ako na miaka? Mwaka na miezi 4. Next week anafikisha mwaka na miezi 5. Na ako na kilo 4? Ako na kilo 4 za Imo. Sasa hii tunaongea na wewe hivi, nimemwacha akiwa mgonjwa sana. Na ako ndiko unachapa? Nimempiga simu mara 2 pale kusikia ako aji. Nikaambiwa bado ako na joto. Niuliza Mungu, sasa mtoto wangu amegojeka, sasa hii nimpeleke wapi? Sina pesa. Baba yake alikataa kuchange card. Alitumiwa code na hospitali, akapigiwa simu akakataa kutuma hiyo code ndio tuwekwe kwa hospitali. Sasa hiyo mtoto alikuwa mgonjwa. Daktari akaniambia sasa hapa nitakufanyia vema, nikuandikia dawa uende ukamnunulie ya kifua. Hiyo dawa mpaka sasa Imo sijanunua. Kwa nini una pesa? Sina pesa. Ulisikia nikisema huyo mtoto anafungana kifua. Usiku amelala amefungana kabisa na joto. Nilikuwa namshika na muombea. Naambia Mungu, wewe ni wewe na mimi na wewe ni wewe na mtoto wangu. Usikubali mtoto akufe. Huyo mtoto amenisumbua kugojeka, kwenda hosi kurudi, kutoka kwenda kurudi Saimo.
Sasa hospitali moja ndio imekuja kudiscover. Lakini sipo discover ni kama guess. Daktari aliniambia hizi ndawa zikataa kufanya kazi, tutajua hii si ugonjwa yenye ako nayo. Wakamweka under medication ya TB. So anakunywa dawa za TB saa hii tunaongea na wewe. Hata ukiniambia tu jana nilishindwa sasa aji na mtoto anakunywa dawa na lazima akunywe kila siku. Okay. So hizo dawa sasa hivi hakuna kazi zinafanya. Nampelekanga, walikuwa wamenipea kliniki ya every week. Ikaenda 2 weeks, ikaenda 1 month. So nikirudi yosi wakimwangalia, wakimpima kilo, aongezei, anaendelea kupunguza kilo. Nilikuwa nimekuja na kitabu na documents zote za hosi zote mpaka ma x-ray. Sasa huyo mtoto sahi nimeambiwa afanyiwe echo. Sasa huyo mtoto anafanyiwa echo na nini? Baba yake ameniblock. Mimi sina pesa, sina kazi. Nilipata accident 2020. Mgongo yangu haifanyi kazi, siwezi fanya kazi mzito. Huyo ni msichana wangu Zeri mkubwa. Ako nyumbani asomi. Aliniambia mama, sasa juu sisomi, takuwa naenda kibarua yenye nitapata. Takuwa napikia street children. So, alianza kupikia street children from last year. Huyo msichana uliona hapa. Sai anawapikia mpaka wa leo. Imefika mahali hatuna pesa na yeye ana pesa, anaomba pesa kwa makanisa, kwa kanisa yao. Mtu anajitolea anasema ni mimi nitasimamia hii siku, ukuje kwangu uchukue pesa ununue kila kitu. So anamfanyanga hivyo, anapikianga wao watoto. Siku moja Landlord alikuja akaniuliza, kwa nini mmeweka hii mawe ya kupika? Mmeweka hapa, kwa nini mnapikia hapa nje? Tukamwambia tunapikia, ilikuwa 25th December. Mimi msichana wangu aliniambia kuna mahali unaenda, tunashinda huku tukiwapikia, tukiwa wawili. Tulipika chapo, tukapika stew, tukapika mchele na tukapika kahawa. Hata niko na hiyo video vile watoto walifurahi wakiongea vile wamefurahi. Huyo mama alikuja akaniuliza mbona, nikamwambia ni Zeri anapikianga street children. Akaniuliza wale chukura, nikamwambia So siku moja akakuja kwangu akagonga akaniuliza, uko peke yako ama mko na Zeri? Nikamwambia niko peke yangu. Zeri alienda kupikia wale machukura wake anapikianga hiyo kitu iliniuma. Lakini nikasema hakuna shida, sitakangi kuwaita chukura. Hata mtoto wangu hawaitangi chukura, na waitanga street children. Sasa hata ako na msichana mmoja amesaa, ako na mzigo yake, anaenda anachanga pesa ndio aone kitu ya kukula. Huyo msichana chukura, huyo street girl, aone chakula ya kukula. Amembeba hiyo mzigo ni kama yake. So huyu mtoto wangu huyu mdogo, huyo ndio sinashindwa saimoza. Sasa nitamfanya aje juu analia juu ya njaa. Mimi niko na njaa, sina nini ya kumnyonyesha, naye analia juu ya njaa na mimi namchapa. Namchapa, ninarealize nimechapa mtoto wangu. Sasa ile nimemchapa, naanza kulia saibo. Nalia kwa nyumba peke yangu. So siku moja nikasema nitanunua poison. Niwape wote wawili na wasijue. Wakufe. Nikapigia mtu nikamtajia hiyo. Nikapigia pasta. Pasta akakuja bio. Na tukaomba, akaniambia utafanya hivyo. But vile pasta alienda after 1 week, nikaenda nikujigongeza gari. Nilisikia mtu amenifuruta na nyuma, akaniuliza unataka kufanya nini baba? Nikamwambia nataka kukufa. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia sitaki watoto wangu wateseke vile mimi nimeteseka. Mimi nataka kukufa. Alinishika mkono akanipeleka kwa daktari fulani rafiki yangu. Huyo daktari tukashinda huko na yeye tukiongea. Kanisa sasa mnaenda kupika nini? Nikamwambia mimi sijui, hata watoto nimewaacha na huko juu, sitaki kuona mtoto wangu akiteseka. Anakunywa dawa za nguvu za TB.
na akuli juzi hata matunda akuli, nitamununulia na nini. Na huyu mwanaume amekuja akalipa ile deni yote alikuwa nayo ya nyumba, junior alikuwa anatulipia nyumba, na akaambia Rodrick atufukuze. Kumpigia simu achukui, kamwandikia message before ani block. Kamuuliza, umeambia Rodrick atufukuze tuende wapi, na wewe ulienda na pesa yangu? Si afadhali ungeacha kama uniacha na respect. Hizo message niko nazo kwa simu. Uniacha na respect. Juu mimi hakuna kitu nilikufanyia wewe, ndio ulitoka ukaenda. Ungenifanyia respect, uniwekee kazi na unirentie nyumba, nitakuwa naweza kulipa. Alafu sasa uende na sitakuuliza swali lingine. Aliniambia uza vitanda. Uende hiyo message zote niko nazo hapo kwa simu. Enda uza vitanda, uende ukarenti nyumba, utaweza kulipa. Na usiwahi nipigia simu tena, na akaniblock kutoka hapo. So Rodrick anatuambia sasa lazima tutoke. Mimi nilimwambia sasa mnaniambia nitoke niende wapi? Mimi sitoke. Alianza kutufukuza from the first of this month. Nikamwambia sitoki. Unaniambia sasa nitoke niende wapi? Na mzee ametuambia hata tulipia nyumba tena, mimi sina pesa. Wewe ndio anajua story yangu yote na inamuuma sana. Juu anajua ile kazi nilikuwa nafanya, hata nilikuwa namnunulia mchele mwenyewe na mnunulia yake yenye amelima. Na ibuku before ikitoka kwa shamba ananiusia. Na mimi Simon nilikuwa nimeweka kazi ya more than 200,000. Kazi kubwa, wale wananijua wa Mwea, juu mnajua kazi yangu, mnajua mchele wangu vile ilikuwa inatosana. Hiyo pesa yote ilienda hivyo. So mkiniona msisite kwa nini niko hapa. Sasa huyo mtoto wangu Simon sasa na shida sasa atafanyiwa aje? Hakuna ugonjwa inapatikana mpaka saa hii haipatikani. Yuni mwingine na yeye huyu mzee alikatisa masomo yake. Asomi, na ni mzee hakuwa na adabu. Hata mtoto wangu akiwa kwa nyumba ananiambia nataka kulala na wewe. Ninamuuliza haki unasema hivyo mtoto wangu akiwa hapo? Umenikosea heshima hivi. Mimi sikuwa najua kama atakuwa hivyo. Imagine sasa huyo mtu ameniandikisha kwa krani yao. Aliambiwa sasa kama unataka kumwandikisha utoe majina ya bibi yako uweke huyu. Akaambiwa andike barua. Akaandika barua na akaweka majina yangu. Wakamwambia anipeleke siku moja. Hajawahi nipeleka, alikuwa ananiambia atanipeleka. Kadi ya NHIF aliswea affidavit ndio tuwekwe. Ndio mimi niwekwe. Akatoa jina ya bibi yake, mimi nikawekwa. So unaona nilikuwa nimeona future. Nilikuwa nimeona future. Kumbe si future, alikuwa nataka ile pesa yangu. Alikuwa nataka aache kama nimeisha. Juu sasa huyo mwanaume kutoka mimi tujuane na yeye. Na ule Mungu akojua anajua. Hajawahi niachia pesa hivi vile bibi anaachia kwa 200 kwa nyumba. Afadhali anunue kila kitu. Mpaka kitunguu akuje nayo. Lakini hajawahi niachia hata bob. Nilikuwa namuuliza mbona mnanitesa hivi? Kuna vitu zingine nataka kununua na siwezi, mbona kuitisha pesa kila siku? Na unajua mimi nilikuwa na pesa. Nikiwa naonda kubwa sana, kuna wakati nilikuanga naonda kubwa ya Mombasa ama Nairobi. Namwambia tuende nibebe na gari anipeleke kwa ofisi ndio tutume. Imagine Simon atumiwa hizo pesa na mwekea kwa cooperative kwa account yake. Kwani alikuwa amenini? Mimi sijui alikuwa amenifanyia aje. Lakini Mungu amwone juu nilimwambia ujue mimi ni mtoto yatima. Nikamwambia ujue nimepitia mambo mingi, nilikuwa nimechukia wanaume. Kwa hivyo kama unajua utanifrustrate, uniambie saa hii niachane na wewe. Hapo ndio alinilu down. Akanishika mkono na hapo mtanisaidia vile nitafanya, juu sijui nitafanya aje. Akaanza kuniambia fanya kama rudia hivi. Rudia utawahi niacha na rudia. Unanipenda na kupenda. Na mimi nimeapa sitakuacha na ninakupenda. Yaani akijugithia mihitwa. Meigifiwe. Mihitwa yo njuragia ikauma igathira atia.
Juu mtu kama huyo mimi hata juu watu wananiambia hata kama amekublock wewe muombe Mungu harudi kwa life yako asaidie mtoto. Mimi nasema Saimo mimi simtaki juu amenipitishia. Saimo sikukwambia hiyo siku nilienda kupewa kufanywa scan hiyo tulitoka mtu akiwa mbele ule mwingine nyuma. Tulienda kwa hoteli tulikuwa tunaenda kukula nguruwe. Tukienda kutoka parking aligongeza gari intentionally nikagongwa kichwa hapa. Nikasikia ni kama nini msumari imenidunga, nikamwambia haki nimegongwa. Nikamwambia nipeleke hospitali akakataa. Na nilikuwa nimemwambia nibaie soda kale kadogo. Akakataa lakini nilikuwa na 40 bob nikajibaia mimi mwenyewe. Sasa hiyo siku nikagongwa alafu akaenka gari kando nikasugua kichwa. Nikaenda nikanunuliwa Panadol nikakunywa. Alafu tukaenda kununua nguo, alininunulia nguo 2 Saimo. Za mtoto ama? Baby suit moja na shuka moja. Mungu anione. Mpaka wa leo. Hajawahi nipaia nguo. Ni mimi hivyo uliona mtoto amevaa ni mimi nilikuwa najua kwenye pesa zitatoka. Hivyo alikuwa amevaa jana ni shoshu auntie yangu. Shoshu yake ni sister ya mom. Ndiye alikuja na watu home kushika mtoto. Akaniambia sijakuja kushika mtoto bila watu wanakujaga kushika mtoto. Huyu mtoto amegonjeka sana na tujawahi kuja kukuona wasio mara yote umelazwa. Nimekuja kukuletea Panadol. Hiyo ndio ile wadi alitumia. Sisi tumekuja kukuletea Panadol. Tutakuja kushika mtoto baadaye. So alinipatia ikiwa pesa. So kitu ya kwanza ninunulia mtoto nguo juu mtoto wangu hakuwa na nguo ya kutembea mahali ya kwenda kanisa. Nimepitia mambo mingi sana. Niongelele maundu maingĩ no. Maingĩ Saimo. Tuge nyako na kapa gukua. Lakini Pastor Mugendi Ngai akurathime muno. Amesimama na mimi sana na maombi. Hiyo Pastor amesimama na mimi sana. Pastor Esther Ngai akurathime muno. Umenitoa mbali kutoka nikiwa makutano, umenitoa mbali. Mungu akubariki sana na familia yako. Amenishika mkono. Saimo huyo mama alikuwa naenda ananiachia duka yake, anaenda mpaka 1 week kwa semina za kanisa. Ananiambia hii chupa uambie mtu ni 100 lakini mwisho ni 50. Mimi nikiambia mtu ni 100 akinunua 100 atakuja apate nimemwandikia hiyo 100 hapo. Nakumbuka kuna siku nilienda nikalala njaa. Na nimemuuzia kiatu na 200 juu. Akaniuliza mbona umeandika 200 hapa na hii kiatu inatoka hivi. Nikamwambia nikasema alikuja mimi akanunua nikaandika hivyo. So siku moja nilimkumbusha nikamwambia nakumbuka ile siku uliniuliza mbona nililala njaa hiyo siku. Juu mimi nilikuwa mpaka sasa hivi ni mtu mwaminifu. Ukiniaminia kitu yako utaipata tu vile. Na alikuwa ananiambia umebarikiwa na Mungu juu ya kunifanyia hivyo ulikuwa unanifanyia. Nilikuwa namfanyia kazi na hapo ananilipa nikijitolea tu. Juu nimekanywa kazi mzito Saimo na sikuwa by that time sikuwa nimeweka kazi. So nilikuwa nakaa kwake. Anakuja na laptop. Ananipea laptop moja na yeye laptop moja. Amepewa mtihani aandike ya shule. Tunaandika na yeye Saimo. Mtu anaandika na laptop yake. Na hakuna kitu alikuwa ananilipa na sikuwa nataka malipo. Ubarikiwe sana Pastor Esther. Sasa ile mzigo nimesikia konayo sana tunaweza taka kunini stori za mtoto. Haki ajulikane ni nini inamsumbuanga. Na utapeana namba yako ya simu hapa. Ndio najua kuna watu wengi wanaweza kupigia labda hata madaktari najua kuna wenye bikurera matwiroragera na no nyende tondu riu thina ucio no tukiendio menyeke niki na mwana agithie kwa scan icio ciothe hata kama niyo eko aende pigwe picha ijulikane ni nini nijue Ngai ni agutuma andu awendi mwega niguo moke matuteithiririe murigo-ini ucio na undu ucio ungi ni hau kuragio horo wa mihitwa ri hiyo ni ku break tu we mwenyewe
na mdomo tu na unaambia Mungu ciugo iria ciothe mwanake ũcio anjarĩirie ũrĩa wothe twaririe nake mĩario yothe ni break ni dame break na ndamĩagithia hinya. Also venye umesema kuna huyo pastor mwenye anakusaidia au pastor wenye mko nao no warie nao tondũ acio makĩrĩ na authority no ũthiũ matarĩrie ũguo mwaririe ucio ni ndarĩtie nake tũkĩruta kĩgongona ni ũndũ wa gũkoma na mayaniko naona Ngai ũngĩtuni kama inanifuatanga na that's why nimeamua kuongea ukweli ya vile yani kwa hiyo mambo juu imefunikiwa. Kwa nini? Nilitoa sacrifice niambiwa vile nitatoa lakini haikuwaka. Unajuaje haikuwaka? Sasa hii mambo bado inanifuata. Mambo gani? Hiyo sasa ya kupendana na mtu anakuacha tu hivyo kama hakuna kitu umemfanya. Unajua sasa hiyo, unajua no menye rucio ni undu kando. Ndu korwo ni mwahoete ni undu wa gukoma na mama wanyu ri. No iri macio ni mahitia no matiakiri maku. Na oho ri ndikiwe uria kwanyu guthia kakiri nyagai. No ugikuyu-ini ni kuri mwena wa ugikuyu ni kuri mitaratara iria mundu akirumagirira tondu ni kuri uria gwagithiaga na mbere. Sijui sasa kwenye inakuanga aje, lakini sasa hiyo ni kitu unaweza fanya research uulize. Sasa ndaniulizie juzi ulizie sema tondu mimi ndakomete na mama witũ ni anyitite kia hinyari tekirirwo ni gwika atia na ũngĩgĩtarĩrio mũndũ nĩ ya makinya macio geka ũguo nake Ngai agakurekera tondu Ngai ti mehia marĩ maku Ngai nĩ agũkurekera tondu rĩu ũcio nĩ mũgiro ũguo nĩ ũru mũno kwanza nĩ ũcio wanko yaku na ndagĩrĩirwo akorwo muoyo as you are speaking akiukweli tondu ona tene njiguaga nĩ kũragwo moragagwo na rĩu ũcio hata baba yake akikufa alimwambia usiwaini saa ũcio nĩ mũndũ warehera mũciĩ wake kĩrumi kirumi gĩgũthiĩ mũno na arehera ciana ciake ũndũ mũru mũno but it's ni wega ukirumĩrĩre. Lakini kuna kitu nilifanya mimi mwenyewe juu mimi ni muombaji sana, mimi naomba sana nilibreak watoto wetu watano na generation zao zetu sasa sisi nilibreak hiyo code ya hiyo familia tusifuata na wao mambo ya hiyo familia. Sasa ile kitu hata wewe huwezi fuatwa kama watoto wake watoto wake ndio watafuatwa tondu ruciaro rwake rwina thina muno ni undu wa mitugo ya reka riu wekire gwika no guthio twirio menye atiriri mundu angikoma na mundu wao ri gwathiaga ati na ukihoerwo riu ni mutungatiri na ki roho cio kumu na ndukana kurumirire na gikorwo no wahoirwo it's good undu ucio ungi ni uhoro wa riri okorwo ni uhoro wa kiria ri ucio wa rejection ati mwakoma na mundu kana moyana na mundu ugakorwo ndurendeka ugakora kitu giaku ni giathira ri huyo pastor najua atakusaidia juu atungatiri ni Ngai nĩamaheaga revelation na akamahea authority o pastor ucio mukoragwo nake wathi wa mutarĩrio ũguo ri ana kahihi ukorwo ndũrĩ wa muherano rwaku ri ni gukuhoera na kuhoere Ngai akuhe muthuri ũgwĩka atĩa muthuri ũgũtũra nona na najua twĩragwo life is spiritual na maũndũ marĩa wonaga magĩkĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ ri no maroho mageragia kũrũa na destiny citũ na what we are supposed to do is to pray for our lives tuhoere mĩtũrĩre itũ na tukageria rĩu kũrũa na maroho macio because nĩ mbara ya maroho tukoragwo nayo ũguo maroho macio makumaga thutha ma rejection waingĩra kĩhiko-inĩ ĩgafail wathi wambĩrĩria ũndũ wa succeed wa haria warĩ nduka-inĩ harĩa mũtumia akuonire agĩkũiguĩra wiru agĩũka agĩkacwĩra waku kana agĩka maũndũ marĩa mekire wĩra waku ũgĩthira o rĩrĩ wathiĩ gũ succeed mũcere-inĩ ũgatũmĩrwo mũndũrũme agoka akoya ciaku ciothe ona ũcio no roho mũũru ũrakuma thutha mahinda marĩa ndarĩ na ndagũraga serious bado kulienda hivyo hiyo ni spirit mbaya inakufuata na no gũkũmwo kũmagwo na rĩu we nawe ũgatuĩka mũhoi wa atĩ nĩ ũrera Ngai akuhe cover na protection ya indo ciaku Mungu akikubariki unamwambia protect vitu zako na acihe cover na acimenyerere nona na ngwĩciria ũngĩrũmĩrĩra mĩtaratara ĩyo ũthiũrũmĩrĩre mĩtaratara tondu rĩu you see hiyo experience yote umepitia kuna vitu umelearn rĩu ina maũndũ
meha fingertips ini ukamenya nini jagiri ninya ndanambiriria wira na tiumwe kana meri maga fail solution itakuwa nini lekeru twambiririe kuhoera undu ucio twina pastor ucio waku mugakihoya okorwo ni igongona mugukiruta mugakiruta ati we wira uria wothe ukaiga riu roho ucio rakumaga thutha roho wa failure ndugucoka gu fail ringi etiguo okorwo ni kihiko giaku ni githiraga angikorwo ni kirumi kiari kwanyu aikorwo ni undu wekitwo kwanyu aikorwo ni taru ngirora uguo mamu wanyu orire kwanyu magitigana na baba wanyu ri ni ndurona hau hari ona kaundu kangi kuma thutha tondu ngihiko na kia mamu wanyu nona ni kiarega kurugama riu ni ona giaku no kiage kurugama tondu hau hena murango wahingurirwo wa kihiko kugwa mukahoya na pastor yake ni kiratirire yusi mukahoya na pastor murango ucio kahingwo na undu wothe ungikuma thutha ugeka atia ugakanio no ukaheo kaba nona okorwo ni tandu acio arume acio mukoretwo nao tariu ni unjirire mwenye alikusalimianga wa kwanza ukiwa mtoto ati hujui kama ni dawa alikuwa amekuwekea ama ni love potions nona ukageria ku disconnect na maundu tamacio na tikugeria ni ku disconnect na maundu tamacio arume acio the mukoretwo nao nginya mama wanyu soul tie icio cikabreakwo na uthiugo step by step because right now hari ukinyete ri wewe mundu mugima na ni experience ite maundu maingi muno na maundu mangi ni tugeragira meta githomo riu maundu macio mothe uthomete nimo wikara thi wecokaniririe na tondu wanjira wina ndungata ya Ngai gutungataga I think she is the right person uria wagirirwo ni kuhuthira na ni mukodino mwane mukodino ukini wa deliverance ni ona ndirabatara gutinda ngikwira ati riu reke ngwethere muhunjia ni huthia ugaikara thi nao kama andikira ni muturire wakwa renda tuhoere kihiko nie gihiko giakwa gitithia na mbere mawira makwa nyambagia mawira magafail muturire wakwa ni urugamite uguo na ukahoerwo ugatwika delivered no na wewe ugatwika mundu wa kwihoera na kwira Ngai agutongoragie okorwo ni mwana ucio waku nake ri onake mahoya no makwaka tondu ahoerwo ri ona ndagitari mangiaga solution ri kwa Ngai gutiaga solution gukoragwo na solution but for now ngwiciria ngikorwo ni mbeca icio uragite cia eko na kina kuhuru mbica na ndawa ri kumenyekana ki ri ni nguga tuheane namba yaku ya thimu haha tondu ni gukoragwo na andu a wendi mwega Ngai akikinya mwaka na mieri 3 nilikuwa nalia kila siku nikikumbuka ule mwingine alikufa na mwaka na miezi 3 ndoragia ugakiari muthenya ucio wa mwaka na mieri 4 nigetha menye mwana wakwa moyo na nikafurahi sana gutura muoyo riu nawe riu wita muciari ni gukahoera na gukarathira maundu mega ukahingire mirango ya ikuo taru tondu nona hii rejection ndio inashindwa imetoka wapi juu ni kitu inajirudia nilikuwa nachukia ule huyu mtoto wangu mkubwa huyu Jerry juu amesaliwa mam nikikumbuka vile mama amenitesa nikikumbuka tulikuwa tunaimba chakula kwa wenyewe ndio tukule mama akiwa Nairobi na hatukuwa tunajua tulikuwa tunafikiri alikufa kwa maana ndio ucio ungire hau nilikuwa nachapa huyo mtoto anaraswa hosi nalala huyo mdogo huyu mkubwa nilikuwa namfunga saimo pale juu naweka mabuti na washa moto ati namfunga pale juu juu ya hiyo jina namchukua na mrogesa chini juu ya hiyo jina ya mamangu juu mamangu alitutesa sana stiro huyu mtoto amesaliwa mama ya huyu mzee na nilimwambia nisae kwetu akakataa akachukua hiyo karatasi na ikiandikwa imeandikwa notification inatoka stiro akaniletea birth certificate sijui alitoa wapi juu alienda na notification yeye alikuja na birth certificate sasa hiyo kuchukia mtoto ni roho cio kwendwa kuomo natafanya hadi sasa huyu mtoto ni mcheji jira bakutaenda aji hii jina inaniuma sasa jina sasa unajua na wamenya undu umwe ritwa na korona yandikirwo haria ri mundu riu we no umwethere ritwa riaku sasa kusema ukweli niongeza hii mchungaji wa kanisa yangu atajulia hapa juu alikuwa anauliza msichana wangu kwa nini sikuenda kupatizwa mtoto siku ya kupatizwa niliregister nikatafuta watu wa kusimamia wanaitwa God fathers God parent nikatafuta na tukaanausiwa siku lakini hiyo siku vile ilifika nikasema mimi sitaenda mtoto wangu ataenda kupatiswa aitwe hiyo jina hapana siendi mimi sikuenda mtoto wangu akupatiswa saimo sasa pastor anaulizia mpaka saa hii kwa nini sikuenda sasa kile mundu ekaga ni riri ona ndiguo ona Jabez ni acenjerio ritwa
ona ciata Jacob alichenjwa jina akaitwa Israel kiria gwikaga ni riri you as a mother ona korwo ritwa riria nirio ri haria kire-ini ri notification ni wewe ta mami wanyu ri taruo nawe no wende gucenjia ritwa riaku ringi ukorwo hihi ritwa ria mundu ria watuitwo ri ni no thuritwa ni rikire process ya gucenjia tutirakiuga ati umucenjie ritwa ati no amucenjia ritwa riu completely tirio ritagwo but ni kuri ritwa riria hii ya Kikuyu ndio nataka kuchange hii ya Kikuyu hii ingine ni mimi nilikuwa nimetafuta ndio kuri kuguthia hii ya Kikuyu ndio nataka jina kuchange na kwanga na process na nilikuwa nimechange nikamuita auntie yangu auntie alienda sijui akaadvisiwa auntie akakuja nyumbani kwangu akasema hii jina emburudisha vile ilikuwa ritwa ritichenjagio uguo sasa imo utaniruhusu niseme nyinyi mnasema niko na AIDS. Kuna watu wanasema uko na AIDS. Naambiwa niko mgonjwa na watu wa nyumbani. Hata huyo mtoto mwingine alikufa juu ya ugonjwa, hata baba yake alikufa na baba yake yako hai. Baba huyo mtoto alikufa, baba yake yako hai mpaka wa leo. Wananiambia niko mgonjwa mimi, watu wa nyumbani. And that's why mtoto wangu amegonjeka. In fact nilipigia mmoja nikamwambia mtoto ugonjwa imepatikana ako na TB. Akaniambia si nilikwambia wewe, si nilikwambia huyo mtoto aanze dawa mapema. Si afadhali mungekunywa dawa nyinyi wote wawili mapema. Nikamuuliza dawa za nini? Akaniuliza kwani ukuambiwa na daktari na hata mtoto anyonyeshangi. Saimo vitambu kila kitu nilikuwa nimekuja nazo mpaka zile za maternity. Mimi Saimo niko very healthy. Na wajui wanaonanga kama nilikuwa malaya, lakini mimi nilikuwa nimejikaza. Mimi sikuwa nataka wanaume. Mimi niko wajue mimi Mungu anawaona wenye wanasema mimi niko mgonjwa. Mimi siko mgonjwa, mimi niko sawa. Hata tukipima saa hii Saimo hapa mimi niko sawa. Okay. Ruri andu no mari uria makwenda. Ndio mtoto wangu amegonjeka. Waliform group wakanitolea pesa mtoto akiwa na wakati mtoto alikuwa merazosi. Hizo pesa unakutana na mtu anakuambia unajua ni mimi nilikutolea pesa ya hospitali. Nasanga sasa kwa nini anakuambia? Then wakakuja kusema ati mtoto hata afadhali wangetoa hizo pesa juu mtoto mama yake akutuambia mtoto ni alikuwa mgonjwa AIDS. HIV. Leure andu no mari uria makwenda. Niko mzima, niko salama, niko very healthy. Hata wewe uliona ako katoto. Sipokuwa ni vile kana kilo. Kiugo kia mwisho gikoragwo na Ngai. Nima. Ona andu mangiaria uria makwenda ri. We ni ithe nduramenya status ciaku. Yes. Leure ona status ciaku cio na uria hana ri. Mĩario ya andu irakomakia na ki. Tingimakia. Hakuna kitu inakudisha nayo. Leure makomaka muno mono ugitura muoyo. Unaona? Juu Mungu atakuweka uhai. Unaget na wega no ulikara kwanga. Hiyo kitu ilifanya pressure yangu nipatwa na pressure na ijawaisha. Sasa niko under medication. Na ni kama niko na depression hivyo natapa huyo mtoto nisijielewi. Sasa I think kitu yenye tutadu nijue ni tukuona mbia na nijue Ngai ni akuheana indo na nijue Ngai no agututumira andu ake haha na nijue ni ngoragwo na nindiroragirwo ni andu aingi. Mungu ametupea watu wengi. Wambere nao nyende mundu wina ugi ucio wa kiria wa ciana, maybe you are a pediatrician, ni kuhurira mutumia uyu ni undu wa kana kau tondu ni njui we wa karora Ngai nya kuhete ugi na ni ugithomeire undu ucio no kahote guthondekwo. Undu ucio ungi kuna ni venye sitakangi hapa kutaja watu majina but ni njui ni ndoragirwo ni counselor iganona na ni mandeithagia muno ndarehe guest guku makamuhurira thimu na makamuariria ringi makamuhe session no nyende ona mutumia uyu mumuhurire mukimumwaririe ni undu ucio naguo wa kuhuraga mwana wake niguo tukimuteithie tondu tugaga platform ino no twendaga mundu akeyaria na tukakimuteithia ndagagiuke haha horo uguo nyingi agacoka uria uma. So ukampigia, unaweza msaidia, unaweza muongelesha no umwite ofisi yaku na njugaga agikorwo he kindu rabatara tuhurire thimu, hura thimu no haha ngukanjaria na andu yakwa kana na ni no ndirutire ndihe session ciganona okorwo ni kana taka uguo ikorwo wi ndagitari hau uguo, ikorwo wi na thibitari yaku kana hihi agikorwo Ngai no aguteithie wende kurihira mutumia uyu athie process icio ciothe kana ukahurwo mbica kamenywo niki
nĩ mũrimũ ũrĩkũ kenaguo nĩ akũheana namba yake ya thimũ na rũgano-inĩ rũu rĩ tũkĩrĩ na gĩthomo kĩingĩ na kĩnene mũno nĩ njũĩ warwĩrorera nĩ ũkũhota kũrani maũndũ maingĩ mũno marĩa itangĩtinda ngĩtarĩria haha ũmĩci tondũ ũrĩa ngũkwĩra tiga kũrĩra nĩ ũndũ wa andũ na tiga kũrĩra nĩ ũndũ wa maũndũ macio gereire maũndũ mamwe mũndũ nĩ ageragĩra meta gĩthomo na rĩu gĩthomo kĩrĩa ũthomete nĩ gĩti kĩnene ũkũigana na mũtũrĩre rĩ nĩ experience actually tũkoragwo nayo rĩu na ndagĩkwĩra ũrĩa maũndũ marĩa ũgĩka wega no kwĩhitha he Ngai na ndungata icio cia Ngai wĩ nacio ũcihũthĩre wega maũndũ macio ũgereire na maũndũ macio wonete we warora mũtũrĩre waku wamenya kwĩna roho wa rejection wow analyze talk to those men of God those women of God na nĩ makũhoera na kwa Ngai rĩ Ngai nĩ acenjagia maũndũ nona maroho macio marakuma thutha makũmũ nona na akorwo nĩ maũndũ ma kĩmũciĩ marĩa magĩbataire gũcotwo okorwo nĩ tohoro ũcio wa mama wanyu ũmenye nĩ atĩa itiguo no tumenye nĩ atĩa na akorwo rĩu lakini watu sikizangi hawasikizangi sisi tangu tuachwa na wazazi watu sikizangi sisi ni watu useless hatuwezi ongea kitu ndukamake ciana cia ngoria irĩ Ngai nĩ weithe na mamu wao Ngai nĩ ũciroraga Ngai nĩ aroraga mbara ciao na nĩkĩo ndĩrakwĩra wega no kwĩhoka Ngai itiguo so gwenda ũheane namba yaku ya thimũ haha na nĩ njũĩ na tũma haha nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ tũgerie gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩkũ na nĩ njũĩ na arata yakwa no marĩkũhũrĩra thimũ na nĩ mũkwaranĩria nao itiguo na nĩ makoragwo na kĩrĩa na advices njega na magakorwo na solution ya maũndũ marĩa twarehe haha rĩngĩ marĩa magĩtũrema mwena ũyũ kwa maikĩria nĩkĩo tũkaga tũgacĩa rũgano itiguo so peana namba yako ya simu na kimere marĩtwa maku ma gĩbandĩ rĩu gĩbandĩ nĩ woire kibande nĩ ndoire 2012 ndauma kwa mũthuri okay sawa peana namba ya thimũ namba yakwa nĩ 0704 10 20 37 chokera 0704 10 20 37 marĩtwa ugire wĩtagwo atĩa Beatrice Wanyaga Gacoki okay thank you mũno Beatrice na tweterere Ngai na nĩtũĩ nĩ agwĩka maũndũ mega itiguo rĩu waigua atĩa thaa icio waria maũndũ macio ndĩraigua taki mũrigo gĩkukuĩte kĩritũ ndaigua kĩharũrũka nĩ ndĩratũrĩte nyendete mũno kwĩyaria maũndũ macio manjebere mũrigo ũcio ũnjebere kĩũndũ kĩu kĩthire tondũ maũndũ maya magũtũra hii mambo ya kushinda imefunikiwa hiyo ndio ilikuwa inaniuma umesikia kama umeongea kila kitu nimeongea kila kitu nimeongea kila kitu yenyewe sasa ilikuwa inanisumbua nimepitia mambo mingi sana ni vile sasa tukianza kuongea ile nimepitia kutoka nikiwa mdogo tutashinda hapa okay but the better part of it najua umeiongea ni thank you mũno na Ngai nĩ agwĩka maũndũ mega na nĩ agũtema njĩra na arokũhonia ngoro ĩyo yaku na nguraro iria ciothe ũgĩte nacio rĩ Ngai arocioha itiguo na akũheage anja ya maũndũ maku rĩu na akũrũage mbara ciaku itiguo tondũ ciana cia ngoria ina tumia ndigwa rĩngĩ nĩ magaga mateteri no mateteri wao nĩ Ngai Ngai arogũtetagĩra na ona gwakinya handũ ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkinya handũ ha kũingĩra kĩhiko-inĩ rĩ Ngai agakũhe mũndũ ũrĩa waku the right person rũbaru rwaku no wega gũkĩhoyaga nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio itiguo na ngwĩciria tũkũrĩkĩria hau ona indo icio ciaku ciorire Ngai nĩ agũkũrĩha tondũ angĩkorwo moko macio no mathũkũmire na hakiri icio wĩna cio rĩ na ithe to Ngai ũkũhete Mungu atakurudishia na akuhe kĩndũ na kĩngĩ itiguo wĩtĩkĩre tũrĩkĩrie hau na tukĩrĩa arata aitũ Ngai amarathime na nĩ njũĩ nao makũnyita itemi na nĩ tũmendete mũno mũgĩe na ihinda rĩega God bless you so much mũrĩega athikĩrĩria rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Kimani kuma Paul Comfort Logistics na ithuĩ tũrĩ endia a mabuku o mbere nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa mũtũgũrĩra mabuku maingĩ na gĩkeno na ngoro theru na o ta ũrĩa ngoretwo ngĩmwĩra mabuku maitũ nĩ ma irathi ciothe kuma PP1
grade 1 to grade 7 na class 8 na form 1, form 2, form 3 and form 4. Na mafuku maitu generally ni ma revision and prediction. No ni tukogo ona twina course books. Twina mafuku ma mithemba yothe iria mugikorwo mabataire ta combined encyclopedia cia CBC na workbooks cia CBC. Twina study guides cia class 8 cietagwo top student study guides. Na haria mafuku maya mathiaga, especially top student study guides cia class 8 ciana ni performaga wega muno. High school naguo twina mafuku ma revision na prediction ma top student study guides. Twina mafuku ma pocket editions, Kiswahili pocket editions, CRE pocket edition and history pocket edition. Twina mafuku ma KCSE English Demystified paper 1, 2 and 3 and smart composition. Na twina mafuku ma masterpiece, ta masterpiece biology essays na mafuku mange o ma masterpiece. Na nigenda kumuria na githio muthi na mbere na kugurira ciana cianyu mafuku maya, na nimekuhota gwika revision na ihenya na kahinda kanini, na mutikerira muone ciana icio uria ciahituka na cia perform wega. Ni wega muno.